So huyu jamaa alikuwa anakuja akinikuta nikiandika, ameanza kunishika. Akaniambia, "Je, ushaipigia mama yako tena?" Ngamuuliza, "Sijaimpigia." Akaniambia, "Niko na katenje. Twende hivi." Tumeenda bado choo. Kaenda kuona Mathe. Wacha Mathe ameniona hivi si kuanza kulia. Sana muuliza, yani mama unaanza kulia kuliko mimi vile niko nayo. Mimi utakuta nimekuwa bibi ya mtu. Utakuta nishakuwa bibi ya mtu. Mama akuelewa ni aje nimemwambia. Sasa ujue kule prison watu wengi wale wameandikwa prison ni wazee wakongwe au ndio sasa wanaangaliaga huko. Mimi nimenyoroshwa mimi nimewataja. Wametolewa hapo. Cheki walikuja wakasema aje mimi ni chizi. Mimi sikuvumiliaga. Mimi nilitobokaga nikasema aje ni ule. Sababu nilikuwa nimepigwa aje unapigwa hadi unaita mama. Na hakuna mwenye anaweza kuonea kule huruma. Na mwenye akupiga ni mtu ana meno. Lakini akupiga kawa si binadamu. Hebu niambie mzazi akisikia vile amekulea hadi pale umefika asikie hatuna kurabu nyuma. Hapo mama atakubeba aje vibaya. So mkuru yeye alinichukuliaga mbaya. Aliona ni kama mimi niliitikia. Alienda akiendaga. Hello guys, how are you doing? I'm doing good. Kwa majina naitwa Simon K. Leo mnikubalisha niongee kwa lugha ya Kiswahili. Kwa sababu show nitakayofanya siku ya leo, guest wangu leo sidhani ako fluent na Kikuyu, ataongea Kiswahili. So karibuni sana siku ya leo. Na thank you so much wenye wamekubali kusubscribe kwa hii platform. May God bless you so much. Na by the way kama hujasubscribe na kuambianga the only way to support me, to support Simon K ni kusubscribe tu kwa hii platform. So kindly na kuomba tu usikubali tu kuona show yote ishe kama hujasubscribe. Just subscribe na nitashukuru sana kwa hayo yote. So the other thing yenye naweza taka kuambia is about zile plots nimekuwa nikiwauzia courtesy of Tayari Lands and Housing. Niko na plots zenye ziko Kitui County on your way to Mwingi, mahali tunaita Kithioko. Plots zenye nakuuzia 99,000 Kenya shillings. Nimebaki na plot mbili peke yake. Cash ni 99,000 Kenya shillings, na kama unaweza taka kubuy na installment itakuja 120,000 Kenya shillings. Unaweka deposit ya 50,000, balance unalipa na 6 months. Na niko na zingine tu before ufike Kithioko, kuna mahali tunaitaga Kavenge, just 10 minutes from Matu Town. 10 minutes from Matu Town. Bado hapa ni pazuri sana, ni mahali unaweza jenga, na ninaona watu wenye tulikuwa tumeuzia wale wa kwanza, kwa sababu tumeuza shamba zingine kama 3, kuna watu washaanza kudevelop na wamejenga. Hizo nazo tunakuuzia 160,000 Kenya shilling, na ni plot za 50 by 100. Ukitaka kulipa na installment bado unaweza lipa. Deposit ni 50,000, balance unalipa na 6 months. So mko karibu sana. For more information unaweza piga hii namba 0715 99 99 09 0715 99 9909. Na bado niko na plot za Isinya, bado za Tayari Lands and Housing. Nitakuwekea ad in the middle of this interview, ama huko mwisho utaiona. Hizo nakuuzia 450,000 Kenya shilling. Isinya iko Kajiado, just 55 minutes drive from Nairobi CBD. For more information unaweza piga hiyo namba ukitaka kutembea ofisi na kuangadhika. Ukiingia Thika kuna stage inaitwa Gatitu. Ukiwa tu hapo ukipiga hiyo namba, hapo opposite kuna building inaitwa Mco Plaza building. Uende huko third floor room 302. Another thing yenye naweza taka kuambia ni kwamba ile kitu nimekuwa nikitangaza huko ama nikiwaambia wazazi, kama uko hapa wewe ni mzazi, uko na kijana, uko na msichana, ama hata kama wewe ni mzazi unaweza taka kujua anything to do with film, video shooting, video editing, yani hizo ni videography, photography. Uko na mtoto wako anaweza taka kufanya computer packages, anaweza taka kufanya graphics design, anaweza taka kufanya digital marketing, animations, anaweza taka kufanya fine art, tuko hapa juu yake. Tunawafundisha about video shooting, video editing, hizo vitu zote tuko nazo hapa. Na nilikwambia advantage ya kusoma na sisi ni ati sisi tunafanyanga vitu practical. Right now kitu yenye nafanya hapa saa hizi, watu wenye wana operate hizi cameras, watu wenye wana shoot ni students wa hapa
Sijui kama una get hiyo, ni student wanafanya hii kazi. So ni after kusoma unakuja unafanya practicals. Na kama unataka kufanya certificate, unataka kufanya diploma, hizo vitu zote ziko hapa. So kitu yenye utafanya tu utatupigia simu na hii namba 0724 3313 0724 ukitaka kujua skills za kuoperate camera, kuoperate drone, kuoperate gimbals, kufanya setup za movie, unaona, any production, just call us kupitia kwa hiyo namba, tutaongea na wewe, tutakupatia directions za studio yetu ama shule yetu, ukuje hapa tusome pamoja, tukupatie knowledge yote yenye tuko nayo, na ukitoka hapa utakuwa umeiva, yani umeivika. So mko karibu sana. Leo niko na story naweza taka tusikize kutoka kwa guest wangu, na it's a very sad story. So mkae tu hapo tuisikize na tujue venye tunaweza msaidia. So unaweza taka kusema zile vitu wataenda kuongea kwa hii story, they are not my views. They are not my views at all. Si views za hii platform, ni views zake yeye mwenyewe. So mko karibu sana. Mkae hapo tumsikize. Asante. My name is Joseph Kenywa. Mimi ni mzaliwa wa Nakuru. Nina madada wawili. Mmoja anaitwa Mboi, Enjo, na plus mimi naitwa Jose. Tuanzie story yako tusikie kutoka kuzaliwa na venye umegrow. Haya, mimi nijikuta Nakuru. Sikukuta baba. Na sikukutaga masista zangu wawili. Wenye unasema ni masista zako? Hiyo siku wakuwa wamezaliwa. Wewe ndio first born? Mimi ndio first born. So home mambo ni mingi ile, yani tumepitia. Mama ni mtu wa kukunywa pombe. Kutafuta kazi hapa na pale inakosekana. Mimi nilisoma hadi standard 8. Sorry? Nilisoma hadi standard 8. Okay. Niliacha kuwa standard 8 sababu mama kuwa na uwezo ya kutulisha sisi wote watatu. Because tungekuwa ni siku ya mtihani, na ukipewa pesa unaenda unakutana na watu wakikula tungumu. Yani na huku umemenga sapa, unaona, inabidi umeanza kuchomoa. So madhe siku moja akakuja, akasema acha aende shule. Kwenda shule akaambiwa ati siendagi. Akasema na amelipa nini school fees. Mimi sikuwa nimejua kama mama amekuja wapi shule. Sasa mimi nilikuwa na time gidha ya saa 8 na vaa nguo najifanya nikutokea, tumetokea. Sasa hizo nimeshinda kwa msitu, kazi tu ni kucheza huko. Unaona sasa hizo niko standard 8. Kukaenda kukakuwa kunoma. Dada zangu sababu mama hakuwa na uwezo, kuna wale huwa watu wanashikwa na utu. So walichukua sister zangu wakasema wakae nao. Lakini ile tu mzazi huwa anakubali mtu achukue mtoto wake na akae naye. Lakini vile unaonaga mtu akifanyiwa. So mimi nilikuwa na feel pain nikiona ma sister zangu vile yani wanatumika. Kono ulikuwa unatumika? Na njia gani? Kwa njia. Naona waende shule, wako home. Madhe ana uwezo, si ndio? Ana uwezo ati ya kutubaia food kila siku. Unakuta kaa ni mimi nimeenda kwa wanye, yani nikikuta chakula ikipikwa siwezi toka. So mimi nikaona je, huwezi toka zini? Sasa ukikuta mtu akipika chakula na home atakuwa tumekula, unacheki. Umeenda umekuta mtu akipika chakula, unasema hii siwezi ondokea hata kweli aje. Sasa mimi niko na medi nikiekeo napelekea kina sister zangu. So uko pale sister zangu walikuwa huyu madhe alikuwa na watoto wawili na wasichana wakubwa. Bado wawili na watu wamezaa. Unaona sister zangu walitolewa home wakadanganywa ati wameenda watapelekwa course. Kumbe walienda kufanywa nini? Mateso. Unakuta mahala madhe ametoa dinguo za mzee wake ati ifuriwe na sister zangu. Mahala sister zangu ametusiwa. Hiyo kitu nikasemaga mimi sitavumilia.
So niliacha shule nikasema acha nianze kupiga haso. Na sikuwa nimejua kutega samaki. So nikaenda kwa best yangu yeye ananielewa sababu huwa tunakaa naye Adualoi. Akanibaia kanduano akaniambia je nitakufunza kutega. Sasa hapo hivyo ndio sasa life ilianza sasa ilianza kizungumkuti. Kwa nini? Unaona mimi sijui kutega, sijui kuogelea. Na pale naenda kutega, huyu anaingia unaona maji imefika hadi hapa. Okay. So mimi nikienda kuingia hivi natopoka ndani na kunywa maji. Nashika tu samaki katu tatu. Huyu mwingine unakuta amejaza dingunia. Mimi unaona sikuwa nimeiva kutega. Nikaanza kupata pesa pole pole. Nikipata pesa napelekea kina sis. Hadi sikuwa napelekea mama. Okay. Nikuwa napelekea kina sis wamen. Mimi nikaonaga hii maisha imekuwa deadly. Nikatoka home. Kasema acha niende nianze maisha yangu. Hapo bali nilianza maisha. Hapo sasa ndio manuks zilianza kwangu. So unaona nimeambiwa kuko na kazi. Imefika Friday. Nimeiba manguo Saturday. Jioni ndio tulikuwa tumeenda wapi? Huko Thika. Okay. Sisi tumeenda Thika. Tumepelekwa hadi kwa hiyo madhe alikuwa anataka kutupewe wira. Madhe tumemkuta kuna wasichana watatu. Okay. Na yeye tu na wasichana kuwa na mzee. Mzee wake ati ako majuu. Akatulizaga tutaweza kuchunga nini? Mbuzi na ng'ombe. Na mimi kukuwe na mwingine anaangalia wapi chakula za kuku za ng'ombe. Okay. Huyu mwingine anaenda na chunga. So mimi nilipewa ya kuchunga. Okay. Mimi nikapiga tu haso yangu na mshahara tulikuwa tunalipwa 3,000 kila mtu 3,000 mwisho wa mwezi. Na sasa hizo ng'ombe zilikuwa ng'ombe 17. Okay. Na mbuzi 30. So best yangu tumepiga naye wira. Huyu madhe ameanza kuona kama mimi natumika. So alikuwa na time sasa nimeenda kufungulia ng'ombe. Huyu madhe anakuja. Okay. Alikuwa anaitwa Njeri. Sasa ameanza sana kuja mimi nashindwa ni madhe anashinda akinifuata. So siku moja nikichunga mbuzi alinikuta nimemedi nikukula na kula watermelon nikichunga mbuzi. Madhe akakuja akakaa hapo na mimi. Ujue aliniambia aje ati nimpige kitu anipe pesa ngapi aniongezee mshahara. Umpige kitu aje? Nilale na akuongezee nini? Mshahara. Ya pesa ngapi? Sasa 3,000 ndio zikuje zikuwa pesa ngapi? 6. Na 6,000. Na mimi tulikuwa tunalipo kila mtu 3,000. So huyu madhe akasema mimi kijana uko poa, heshima yako mimi nadai aje 2 dozi na mimi na nitakulipa na hakuna mtu atajua. Alikuwa mzee sana. Alikuwa 55 hapo. 50 to 55. Mimi akaniambia hakuna mtu atajua. So unaona mimi sababu nilikuwa na haja na pesa. Nikakubali. So sasa hiyo ulikuwa miaka ngapi? Uko miaka ngapi? Sasa hiyo. Unaona nilikuwa nikianza kutega, nilikuwa na 17. Sasa hizi niko 23. Na sasa niko 23 sasa. So hiyo time labda ulikuwa kitu? Nilikuwa 20. Mimi niko na rada safi. So mlianza aje ama mlienda wapi? Sasa unaona amenikuta tukichunga. Sasa ameniambia ati nilipe kiste 3 nilale naye. Nikamwambia je niutulie usiambie usijaribu kuambia mtu. Si mimi jioni nimetoka hivi na tumbuzi tu wangu mimi nimeenda. Mlilala na yeye saa hiyo ama mtalala? Hatukulala na hiyo masaa. Hatukulala na hiyo masaa. Yeye alirudi. Akarudi wapi? Kwa boma. Unaona amekuja ameniambia nataka kulala na mimi ngakubali.
So alikuwa anataka tulale naye usiku. Mimi usiku imefika, tumepeleka mbuzi. Huyu nimekuta beshte yangu amefagia huko kwa mbuzi, huko kwa ng'ombe kumetengenezwa. Sasa mimi pale hivyo nikikamua kama maziwa, lazima nipeleke wapi? Sababu unaona ni mimi nachunga hizi ng'ombe na kuna detail unastahili upeleke. Na istahili kupitisha. Mimi nimempelekea maziwa. Ameniuliza, Jose kuradhi ate. Urogire ate. Nikamwambia, mimi nilikuba. Unaona hadi sijaambia beshte yangu. Beshte yangu tukekeo chakula. Mimi nikajifanya nimeenda wapi? Sasa mimi nilikuwa nakaa huko na mbuzi kwa nyumba ya kiugo, pale nyasi na mwago, tunalala hapo hivyo na kabrangeti. Na tunasukuma tu life. Huyu madhe huyu ameenda kulala, watoto wake wamelala wote. Mimi alikuja hadi huko kwa kiugo, akaniamsha. Unaona? Na tulikuwa tumelala na beshte yangu, akaniamsha akaniambia je, acha kulala kwa baridi. Kamwambia na beshte yangu, kaniambia nyamaza. Mimi nikanyamaza na nikaamuka. Pale alinipeleka kwa bedroom yake. Mimi sasa kaniambia tulale naye na sikukataa sababu nilikuwa na haja na pesa. Kulala naye. Uliweza? Uliwezana? Haikatika niliweza. Si ndio? Lakini asubuhi kufika hivi sinikuwa na ria sababu nilienda kukojoa nikashinda guni mbaya. Kwani mlilala naye the whole night ama ulilala alafu karudi huko? Whole night usiku. Kwani unaenda round ngapi? Raundi si ile tu kigonga ya kwanza unatulia. Unaamuka tena unadoze unaamuka. Na madhe anasikia ako sawa. Na madhe anasikia ako fit, unacheki. Kumbe beshte yangu walikuwa na mipango zingine. Beshte yako mgani? Hakuwa amenichapia ati mishoni zile anataka kufanya, ati anataka kuiba nini hizi ng'ombe. Na sasa ndio umeamka ukashindwa kukojoa? Kwa nini? Sasa mimi sikuwa, hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kuchomeka. Mimi sikuwa najua kama mtu anachomekaga. Mimi asubuhi kuamka hivi nilikuwa nimechomeka kabisa. Kuchomeka yani nikijaribu kukojoa, unapiga nduru, unashikilia, unashindwa, ili Mungu akuondoe tu dunia. Kuliko hiyo, ni pain. Mimi nikatulia, sikumwambia hadi nimechomeka, unaona. So hata hukwenda hosi? Sikuenda hosi. So unaona mimi nilikuwa nasema ati ni kitu ya kawaida naweza pona hako kwa uchungu. Kukaa siku 3. Shughuli imefura aje hivi. Mimi imebidi tu mimi niseme aje. Mimi niliungua. Cheki kumwambia. Umeambia umadhe ama? Beshte yangu. Ngamwambia mimi nimeungua. Niuliza aje umeungua aje na uraraki na mtu. Mimi nikamwambia aje mimi madhe aliniambia aje mshahara ameniongezea. Na mimi sababu singekataa pesa. Na tulikuwa tunaiba maziwa bado tukiuza tuna save. Mimi ngasema sitakataa. Beshte yangu akaniambia aje kuna kuwaga na idara lakini mimi sijaiona mtu akikunywa. Mimi niko na amechukua jivu na maji akamwagilia hapo akakoroga. Akaniambia ndio uone Jose sikupei kitu mbaya. Wacha mimi nipige pafu. Unaona hiyo ni jivu ya jiko. Imewekwa kwa kikombe kwa maji. Kaambia ukikunywa hii itaosha kila kitu. Kaa hiyo ugonjwa ioshe hiyo kaa kumekuwa na mausa itoke yote. Beda na hiyo kitu ilikuwa poa. Na sikuwa nimepona bado unacheki na sikuwa nimeenda hadi hospitali. Huko sababu hakukuwa na hospitali karibu na unaona ningeambia huyu shosha ati nimechomeka angenivuta we. Ama aniambie anze kuchafua. So mimi nikaambia beshte yangu na akanipe hiyo dawa. Si nikakunywa nikakaa siku 2-3. Huyu madhe anakuja ananiita, namwambia hapana. Naona sasa siwezi mwambia nimechomeka. So siku moja akanikuta nikifungulia ng'ombe akanikuta na kinyasa.
Mie akaniambia aje Jose taikara twari. Mimi kwenda kukaria. Sasa ujue lazima ushinde kama umeshikilia shughuli ndio ikiguza nguo ni ngori. Akaniuliza nike uratida ukenyita hau. Nikamwambia hakuna. Ikabidi tu nimemwambia madhe mimi ni ulincho. Akaniambia nani? Mimi ama ni wewe? Maybe uko ulilala na mtu mwingine unaona? Ameanza kuniruka. Akaniambia je ni odo ama odo mawe ni digo ataweza kulipa watu wawili. So lazima mtu mmoja hapa tukaambia kati ya sisi watu wawili tuchague mtu mmoja mwenye atatoka. Mimi sababu nilikuwa na maumivu yangu, mimi nilikuwa daktari sema wewe enda home. Yes, unaona mimi nikapack tunguo, mimi nikarudi home. Nikaacha pita huko. Kukaa pita akanipigia hivi ka mwezi, akanipigia simu. Akaniambia je, ati madhe mzee alikuja Mzee wake? Mzee wake. Na wameenda. Ati rada safi, mimi nikamuuliza rada safi kwa nini? Akaniambia mimi nataka tupige mission. Kamuuliza mission gani? Akaniambia je, na tukibeba ng'ombe ka 3 ama 2. Twende. Nikamwambia na hiyo ni idea poa sana unaona? Sisi ni andao sisi imefika usiku. Unaona tumeachwa tu kwa boma. Sisi wawili. Kwani sasa umerudi tena? Si mimi si amenchoresha uradi. Sasa ukarudi? Mimi tulienda tukachukua ng'ombe. Hizo 2. Na tukaanza kutembea nazo usiku. Sasa tukifika tulikuwa tumefika Giro. Kufika Giro kitu 5. Kulikuwa na patrol. Giro sasa ni Gilgil? Gilgil. Kulikuwa na patrol. Tukafikia kwa nao mapolisi wakauliza. Ilikuwa tunaona ni 5. Wakatuliza mnaenda wapi sasa? 5 asubuhi. Sasa mnaenda wapi na tujaiona ng'ombe imefunguliwa 5. Hadi ukiangalia huko barabara hakuna mbuzi imefunguliwa 5. Wakasema aje tunataka kujua mwenye ng'ombe. Mimi sikuwa na katenje. Tutalikuwa na katenje. Okay. Naona saa tena namba mimi sikuwa naijua. Pita alikuwa na ingam. Pita hapo hivyo kuambio ati apige simu. Alijifanya amepiga simu, akaepa. Sasa ameambiwa apigie nani? Apigie mwenye ng'ombe. Mwenye ng'ombe. Yeye alienda kupika, akahepa. Akapotea. Akakimbishwa mimi nikaachwa na ng'ombe na mapolisi. Wakakimbishwa, polisi akakimbisha Pita wakumshika. So ni mimi nilishikwa. Nikaambiwa lazima tuende prison. Prison ama polisi? Police station. Tukaenda police station. Ngaulizwa tulikuwa tunapeleka wapi ng'ombe. Mimi nikasema tulikuwa tunachunga. Kuchunga unaona hapo ukiweza ulizwa kani kuiba, huwezi sema ati ni kuiba. Mimi nilikuwa nasema ni kuchunga. Cha madhe sijui nani alienda akaambia madhe. Jose ni manyiti. Naona na mimi tu peke yangu nimeshikwa. Lakini yule alienda akatumia jina watu wanga manyiti ruo. Mimi madhe amenikuta kule kwa cell. Akaniuliza Jose no weke huo atia. Gimuri atia. No guadeke wira ume na madharau afu moke kuya mabeshi yako. Mimi nikamwambia hapana. Bana madhe mimi sikui. Kaniuliza na sababu ulikuwa umeenda home. Nini ndio ilikurudisha? Kaambio ni calculation tulikuwa tushapiga. Madhe mimi nikajaribu kumwambia wewe madhe nirumie hadi niende nitafute beshte yangu yako akuje mimi hakuna kitu yako nilikuwa naiba. Madhe wapi? Mimi nimerudishwa sera. Ameenda. Sasa Pita alikujaga Sunday mchana. Na unaona polisi wale kunaendaka na mashift. Polisi wale walikuwa Sunday
si wale walikuwa wametushika. Spita amekuja hapo hivyo, ati ameniletea kama kamkate na maziwa. Akiniambia ati yakuja akinipea ati information ati mama yuko home. Mimi jue niifanyaga aje? Amekelea hapo hivyo mkate na maziwa hapo kwa hiyo kikadboard juu uwezi tolewa. Uwezi tolewa, maybe afande achukue hiyo mkate. Na kwanza lazima ifinywe hivi kiingishwe vidore. Yaangalie kama kuna kitu iko hapo. Mimi Peter amekuja. Mimi kuona hivi nikaambia afande si ndo huyu. Kaambia ndo huyu nini wewe ni urishi? Mimi ujue kitu ile niifanyaga tu ni hapo kunakuwa na machuma ziko hivi. Mimi alikuwa amesimama, mimi mgongaga hivi. Nikaandikiwa kesi nyingine. Sasa ile nilimgonga hapa hivi. Akaklaka hapa tunacheki hapa. Ikakuja kuliko ikuwe assault. Iliyeko ikakuwa grave sana. Ati hiyo ni alama ile iwezisha. Kaambio lazima mambo yako iende wapi? Kotini. Mimi sikuwa ienda kotini, hata mimi nilikuwa naona kotini tu kwa movie kama hivyo Prison Break. Unaona vile watu wana, mimi sikuwa ijua ati Naivasha iko na prison. Mimi nimekaa kwa cell kaka wiki. Monday asubuhi ndio nilikuja nikachukuliwa fingerprints. Nikaambiwa by kesho saa 2 kotini. Mimi pale hivyo mimi nimekaa hapo hivyo, sijaienda. Mimi nimefikiri kotini vile naona Prison Break ati kotini hadi mtu akuwa na chance ati unaweza menga, unaweza fanya kitu ile unataka. Mimi nikasema ina mambo. Kakubali kupelekwa kotini. Mimi nilienda nikakubali, sikukataa nikasema nilikuwa nafanya hivyo ndio nisaidie familia yetu. Na kwa kuwa hatukuwa na uwezo. Jue jaji alinichapa ngapi? Miaka 3. Na mama yuko? Manyako ni huyo mama? Na watu walitushika. Mama yako sasa hiyo ajui? My mama ajui hiyo story. Hakuwa anajua. Naona yeye hadi ajui pale niko, yeye ajui. Mimi niliiba manguo na nikatora. Na huyo madhi mwenye ng'ombe saizo wako hapo? Ako hapo. Unaona suunge bonga na yeye umsikizie. Kai, si madhi hapana. Unasikia amekuambia je, kama unataka tusikizane, nipe pesa ngapi? 1300. 1300 utatoa wapi? Na mkuru wa hiyo adie mwenyewe adie 1300 hujaiziona hivi. Wewe unasikiaga tu. Mimi kamwambia kama adhe, nisamee atake. Mimi jaji mimi niliinuaga mkono tu hivi nikamwambia nataka kurudie kesi yangu. Kwa kuwa mimi sikuwa nimejitayarisha, sikuwa najua kukesi. Unaona nilimwambia ianzishe na ikaanza. Ukiambia jaji aanzishe your story itaanza. Mimi nikaanza pale nikakutaka watu kule hivyo kwa sero kaniambia je, tutakusaidia kuchambua hii statement ya tuone pale ulikosea na pale ukukosea ama pale walichanganikiwa. Kari changanikiwa bado inakuwaga nguri aje. Sababu hapo kama amechanganikiwa andike kitu ile hakuna wanashikago. Mimi nimeanza kuchambua. Unaona na sasa sijapelekwa prison, iko cell. Ndio hiyo mimi ikafika nilikuwa nimeambiwa nirudi kotini date 9. Na tulikuwa date 7. Date 7 tukarudi cell, huko cell huko cell hakuna ati kuvaa ati nguo za kunguru. Huko mnaingia tuna nguo za home, kitu ile uwezi ingia nayo ni mshipi. Na kiatu ama kitu kasa. Mimi date 9 nimefika. Mimi nimeanza kuomba Mungu. Woi. Sasa unaona advice ile unapata kule hivyo. Kwa sasa unaambiwa aje, we ukifika pale kotini we kuisha. Mimi hapo hivyo kulikuwa na mavijana wakaanza kunipea hope, au kuna mwenye anakupea hope akikwambia utatoka, na kuna mwenye anakuambia hiyo nguri yako iwezi kutoa. Mimi nimeanza sasa kukaa suru, nimeanza kuomba
ati date 9 naenda kotini. Si date 9 imefika, tumeambiwa kila mtu nje, wawili. Tumefungwa hapo pingu, tumevaa kiatu, hadi hazikuwa na kamba, nikawa alikuwa ameiba makamba za viatu. Tukavaa viatu, tukapeleka kwa kotini. So unaona mimi nikuta watu wengine wapi kwa sel. Sasa kufika kotini unaitwa moja. Ukiona mmoja ameenda na hajarudi, usijue ni kubaya. Ni mmoja wa kwenda wapi? Prison. Mimi nimefikiwa. Joseph Kenywa nikaenda. So mimi sikuwa ati kwa nini huwezi sema ati lakini kwa kotini useme kitu kaa lakini ama ati si unafungwa. Mimi nilienda nikasema yaona si hadi unihurumie. Unacheki vile nilimwambia si hadi unihurumie. Niliulizwa kama ni chizi. Kama ni chizi. Pale hivyo nikaenda nikapimwa mimi si chizi. Kupigia Madhika namba papi achukui. Unaona sasa lazima ulizwe kama uko na mzazi wako, mtu mwenye mnajua na naye anaweza kuja kukutetea. Mimi nimejaribu kupigia Madhe wapi achukui simu. Naona masizi zangu nao wako shule hawana simu. Mimi nikasema kama ni hivyo mimi naitiki na niitikiaga kesi. Nikasema yona nifanye hivyo juu ya kina sister yangu na kina mama ndio wapate tujinue, sababu watu home wanasema hii ndio mwili yangu. Unaona hii mwili? Hii ndio mwili yangu, lakini watu wanasema ati nimegonjeka ukimwi kwa sababu ya kukonda ama hivi. Unaona hadi my mom, my sis wote, yani sisi tuko hivi. Mimi nikasema sawa tu, watu wanasema niko na ukimwi na my mama hadi hataki kujua pale niko. Mimi nilienda nikakubali kesi, jaji akanipiga miaka ngapi? 3. Miaka 3. Nikapeleka kwa prison. Kupeleka prison. Sikuwa ingia. Si tukaingia kwa gate ya kwanza. Kuna women na hii ya wanaume iko kando kabisa. Ya wanawake iko huko, iko mbali. Mimi nikapeleka huko kwa wanaume. Si tumefika pale kwa gate, ilikuwa githaa saa 7. Nilikuwa na nati. Sasa hizo sikuwa nimenyolewa. Si tumeingia hivi. Unasikia ni aje rasta? Ni aje rasta? Unasalimika, unaona huwezi kataa. Mimi tumefika pale kwa laini ya chakula, tumeambiwa lazima tukure. Tumefika pale kwa laini, mimi nasema ati wanaekea chakula kama mchele, tunyama hivyo. Mimi nimekuta kumbe ni uji. Unapewa inaitwa mururu. Ikiwa kisahani kimururu na nikia mabati, ukiekea hiyo uji moto hapo na masukuma zinatoshana hivi 2. Unaku. Na mimi nikuwa kinape sababu sikuwa ninaletea chakula. Mimi nikachafua. Tukaambiwa lazima muende mnyolewa, muende mkipimo. Ukiingia prison lazima upimwe. Kama wewe umegonjeka, huwezi kaa na watu. Noma, huwezi fanya kazi ya watu. Noma wale kati ukute unaambiwa je, wewe ingia jikoni. Wewe leo mtapiga manguo za afande pasi hivyo. Alikuwa anaambiwa tukae kando. Si tumenya, mimi nimefika hivi nimeanza kuwa na rafiki. Analikuwa ushapimwa na umeingia. Kwa sawa. Mimi niko fiti. Na nimenyolewa, unacheki? Sasa nimeenda, sasa nimeingishwa prison pale. Likaangu ilikuwa. Naona niko na mbao. Likaangu sasa likaya watu 20. Kuna 20, kuna hadi chini ya 20 wako. Nakuta mtoto hadi hajui mzazi wake, lakini ameishi wapi? Ameishi hapo. Kuna watu hadi wajui, unaweza mwambia sahi ni nani prezo. Hajui. Unaweza muuliza nani prezo, yeye anasikia tu ni Ruto, lakini ajei yenda ati akona kura ikipigwa ajoi ama ameishi tu huko. Mimi sinikapata best. Best akaniambia je, ukitaka kusurvive huku
usikue mlafi na vitu za anye ukipewa kitu wewe kataa. Sasa kuna mjamaa alikuwa anapigia maafande pasi nguo pasi. Unaona yeye amekuja na tunyama, tumchere. Unashikwa na hiyo tamaa. Mimi kijana akaniambia aje sukuje tukule. Mimi niliitikia. Tukakula na hiyo siku nikalala. Kulala ikafika saa 8 nikaambiwa aje unalala aje na tukujui. Kuja ujiintroduce tukujue wewe umetoka wapi na nini unafanyana inguri gani umeshikwa nayo. Si mimi nimestukia nimefunikwa blanketi usiku makushoto kulia. Walinifunika na blanketi wakaanza kunipiga makushoto kulia makushoto. Kutoa hiyo blanketi hivi kila mtu akusingizi. Na wameanza na wanangorota aje. Uwezi jua unaona ni nani? Si umefunikwa na blanketi umeanza kupigwa mangumi ati ni kukaribishwa. Wakaamuka wakaanza kusema je, angalia pale kumeandikwa nini sheria. Kuna kuchungulia mururu ya mtu, usafi ni lazima. Kukojoa ovyo lazima uoshe. Mimi nikakubali tu yani. Nikaambia kwanza wewe ni Yesu soja. Sasa mimi nikashindwa soja wa nini? Nikaambia hebu kwanza karia kale kando. So unaona watu wamelala kwa mattress, jera iko mattress na blanketi. Mimi keke yangu kwa mtungi hapo. Simi nikienda kufunga hivi macho unasikia pa. Nani nakugonga? Na kinara. Pa unararisha nini? Huku ni kwenyu. Amuka. Na unafikiria ananiambia niamke wafanye nini? Kuchoma. Mimi naona mimi nishtukaga vile sijaishtuka. Mimi niliona ka Biblia kametolewa hivi. Mimi nimeona mjango ameingia choo. Mimi nashindwa na hizi mzigo zinatoka wapi? Si unaona sana niambie ni mzigo gani? Bangi huko kuko na bangi, sigara, hizi makosmos. Na kuambia jera hizo vitu ziko. Ati amerarua Bible? Kwa nini? Ati ndio avutie. Bangi. Sina kuambia uko ndo mjui na kuona kitu inaita worries. So wale wanaga liz. Sababu hadi ikipatikana ni itirafu. So kitu ile wanapeago sana ni Biblia. Sasa Biblia ndio wanazifanya zinakuwa nini? Zinakuwa lizra. Mimi niliona mjamaa amerarua hivi, ameenda choo. Amejisaidia mimi nashindwa rada. Alafu ametoka, ameoga, alikuwa Muislamu. Ameoga. Nikaona amechukua hapo chini kwa pale alikuwa amejisaidia. Kumbe kuko na monyore. Monyore imetolewa imeenda imeoshwa. Kumbe ilikuwa na bangi. Mimi nikaona zinafungwa hapa. Mimi nashindwa dada. Hawa watu waogopi Mungu. Kaulizo unachomaka? Hapana. Chomagi. Kumbe kuna afande anachungulia kuna kuwaka na macho ya serikali. Sasa kwa kila room kuko na shimo kubwa hivi. Akakuja akachungulia nikasikia amesemaje. Unaona mimi nilikuwa nimekaa kwa kamtungi hapo. Nikasikia wewe na wewe. Kesho asubuhi huku kunanyesha mvua. Ni bangi mnavutia huko. Cheki mimi nimenyamaza nikauliza kwa na unaitwaje? Siongei juu wale wananifanyia hivi. Akinifanyiaga hivi. Nikibonga nitajua siju. Mimi nimenyamaza. Simefika asubuhi. Masaa patrol walikujaga direct. Wapi? Kwa room yetu. Kasema, "Kwa unajua jana nikutaja. Tokea ama nikutoa? Na nikikutoa na invita kaa nyoka." Naona mimi hadi hakuwa najua jina langu. Kasikia kwanza wewe rasta wewe. Unaona vile sasa umekuwa kijana mzuri. Toka hapa. Nikasikia makofi za kichwa nikasikia lala chini. Mimi nimeanza kupigwa. Lala chini. Toa mwenye mlikuwa mnavuta bangi na yeye. Unaona nasikuwa navuta bangi. Nasema wewe mkubwa mimi sivutagi bangi. Leta mkono.
Ananiambia unaona, na hakuna kitu ile anaona. Unavuta bangi, unadanganya nani? Mimi sikuvumiliaga. Mimi nilitobokaga nikasema aje ni ule na ule na ule. Sababu nilikuwa nimepigwa aje, unapigwa hadi unaita mama. Na hakuna mwenye anaweza kuonea kule huruma. Na mwenye akupiga ni mtu ana meno. Lakini akupiga kawe si binadamu. Meno amepeleka wapi? Sasa ujue kule prison watu wengi wale wameandikwa prison ni wazee wakongwe. Hao ndio sasa wanaangaliaga huko. Mimi nimenyoroshwa, mimi nimewataja. Wametolewa hapo. Cheki walikuja wakasema ati mimi ni chizi. Ati mimi ni chizi. Afande alipea dodo. Alikuwa anachuna dodo hii inaita hii ya kuweka huku kwa mapua. Baki. Akapatiago wakugongo. Unaona ni mimi nimegongo. Wakarudi. Hakuna kitu walipata. Kurudi mimi nimeshindwa sasa nikiingia huko kuisha. Juu umewataja. Juu ishawata. Mimi nimeongojea idhaa. Nione kawa watadozu wapi. Nisikia kaamuka. Sheria kwanza ilikuwa imesema aje. Hakuna kuchungulia mororo ya mtu. Na ulituona aje tukichoma. Ngumanisho ulikuwa unachunguri? Punishment mbaya. Kambioshe hii room yote. Na hapo kwa choo watu wajui kutumia shimo. Nakuta mtu amenini hapa, ameharibu kila pahali. Mimi sababu mimi ni kamono, mimi nimepewa duster. Si ufagio duster. Mimi ilibidi tu nimeosha na duster. Nikoosha. Kurudi hivi. Kwa sero huko prison wananiambia, unanuka mafi, usitukaribie. Mimi naona ni hao wamenifanya hivyo. Mimi nimemedi. Nimeoga. Nimerudisha tu nguo zile nilikuwa na. Sababu kule ukiosha nguo lazima uanike na kuko na machawa, uwezi kaa na nguo moja. Kuko na machawa nyingi. Nikosha tu nguo wangu nikararaga hiyo siku bila nguo. Nikaanika tu nguo. Jue mimi asubuhi kuamka nikuta nguo zangu zimeraruliwa zote. Na unaona ni ya prison. Wacha mkubwa amekuja kuzunguka sababu huwa na mkubwa wa prison huko Naivasha anapenda kuangalia tu wadogo sana. Yaani unakuta mtu hadi ameruzu unashindwa ulikuja hii dunia kufanya. Kuja hapo akaniita akaniuliza kwa ni hujavaa nguo? Nikamwambia mkubwa nguo imeraruliwa. Hakuulizwa. Mimi hii tu jina ile wamezoea kuniita tu chizi. Mimi mkubwa ameniambia aje itabidi tu umekuhamisha hii room. Sasa nilipeleka kwa room ilikuwa inajiita mix block. Ni saa ile mimi nilikuwa ward 1 nikapelekwa mix block. Hii mix block imechanganyika remand na wafungwa. Sasa remand wafunguliwi, but wafungwa wanafunguliwa mnaambia kama mnaenda garden. Leo tunaenda kwa mkubwa fulani. Mnaenda kulima. Mimi kufika hapo mzee mwingine akaniambia ukitaka kusurvive ndio ile simu. Mimi nitafutie nini? Laini peke yake. Kamuuliza laini ndatoa wapi? Kaniambia gaje. Sababu mkubwa anashinda akikufuata na najua atakupea kazi ya kupiga nguo pasi. Utaenda uibe wapi? Uibe huko sababu huko ndio tusimu tunawekao. Mimi shindago kuiba. Wakaanza kunitenga kama mimi si mtu. Wameanza kusema achana kare kamsuru. Siku moja nilikuwa nakumbuka tu vizuri kabisa. Siku moja nilikosaga sabuni ya kuoga. Na nilienda nikaita kinara akaniambia je, mimi nikikupea sabuni uoge, maybe na wewe uiname ati nilipie sabuni. Mimi ngamuuliza niiname aje?
Mimi nikafikiri ati ni ile tu kuinama. Unainama hapo hivyo, ameanza mashughuli zingine. Gani? Ati anataka kunigodha. Kunigodha nyuma. Mimi nimekataa. Mwezi ikaisha, bado tuko mabest, unaona, na ninakataa. So siku moja huyu jamaa alikuja na chai ya kula wapi, kwa ofisi ya wakubwa, akakuja na chai juu anaendaga huko. Amekuja amechapiria tu dawa. Mimi sikuwa najua imechapwa dawa. Na nilikuwa nimerega kachai kama maziwa aje. Mimi na manja zangu hadi aliniambiaga aje, weka malizie yote. Mimi nikamalizia. Kukamalizia hivi, simeanza kusikia tuno. Nikadozi. Kudozi, nijisikia ka saa 6, nikajikuta niko kwa bafu, kaa nimerara. Saa 6 usiku? Ile kanjeve, kuna kanjeve kana kupigaga. Hadi unashindwa huko ni ulirara wapi. Mimi si nimepigwa hivyo, kwenda choo kujisaidia hivi. Sinashindwa rada. Kwa nini? Nimeanza kutoa damu. Nashindwa kunaenda aje. Mimi nikaambia aje. Kulikuwa sasa na mkubwa wa mix block. Akaniambia jifanye hivi Jose. Hii shughuli nini jana ulikula? Kuna kitu ile ulikula? Nikamwambia nilikunywa kachai. Na unasikia aje sasa? Nikamwambia nasikia tu huku nyuma moto tu ikiaka. Akaniambia fanya aje, kuta mkubwa umwambie ujisikii vizuri. Mimi niliendana nikamwambia. Sasa kumwambia daktari yeye sasa ndio alikuja akaniambia, kijana kwani hadi unakuaga kwa hii shughuli? Kamuuliza shughuli gani? Ya wanaume kwa wanaume. Sasa cheki, mimi sikuwa hadi najua kani. Nilikuwa nasema ati kinonda kado. Kumbe ilikuja ikakuwa kinonda kubwa tu nikichukulia mzaa. Mimi nimeenda hospitali, nimeambia kijana, yani wewe hadi ukikaa ukujera ni bure, sababu utakufa na utakufa vibaya sana. Unaona, sikuwa nimeokoka. Nikaanza kuuliza Mungu, kwa nini umenileta hii dunia niteseke hivi? Si ati ni happy home, si ni kuwekelea mbuzi. Tena si ati ni kwani kunaenda aje? Ushajichukia? Mimi kutoka hapo na hapo nijichukiaga kabisa. Na si ati kukudanganya. Mimi hadi nikipata kitu, yani mimi nikisema ati ni kitu na buy, sijui kunaendaga aje. Najikutaga tu juu ya hasira hizo pesa nimepeana. Nikangangana nikuwa tu uko prison na mauchungu zangu. Siku moja pastor akakuja wa Catholic. Akaanza kutuambia kutusomesha hapo guidance and counseling. Tukaanza kuchapa. Mimi pale hivyo akaniuliza, kijana, nini uko na huzuni hivi? Mimi ilibidi tu nimeambia pastor. Pastor akaniuliza, je, na kuna kitu yote umeshughulikiwa? Kamwambia aje, hakuna, hadi sijapelekwa hospitali. Na mwenye alifanya hivyo hadi yeye ako wapi? Ako huku. Huyo pastor hadi ni alinisaidiaga. Alikuwa anaitwa James Kioko. Akaniambia jifanye hivi, utaniandikia barua. Niende nayo wapi? Kwa maafande wa probation. Wanaitwa probation officer. Wakaenda wakaongea nao. Mimi nikaambiwa aje, kanaweza taka kufungulia mtu nini kesi. Kanaweza fungua kesi. Naona hadi iko imeandikwa ati pale kwa nini nimefanywa kitu kaa hiyo. Mimi nikasemaga acha kijana amesikia hivyo. Ameniambia aje, mimi nitakutoa. Nitakutoa aje? Ati atanitoa ndani huko kwa polisi. Huko prison sasa. Yeye alikuwa mtu mkubwa na alikuwa na pesa. Alikuwa hadi ameunda nyumba tu akiwa huko. Kazi yake tu ni kuuza dodo.
Kuuza? Karuara. Oh. Kazi yake tu ni hiyo. Akaniambia je, wewe nisamehe na mimi nitakuachilia. Nitahakikisha umetoka. Huyo jamaa. Mimi pale kurudishwa ni mimi nimesemaje? Hakuna kitu kama hiyo nilifanyiwa. Maybe kwe nilivaa nguo ya mtu ikaniharibu. So unaona sasa kijana amenidanganyilia. Hadi nimeingia box ati ni kitu ile sikujulizaga nini anafanya ndani. Na ameniambia ataniachilia. Cheki, mimi nimemsamea. Tumerudishwa wapi? Kule ndani. Alianza sasa ile kama anataka kunilazimisha ati tufanye hiyo shughuli. Jua mimi nichukua Bairo. Tulikuwa tunapewa Biblia na vitabu unaandika. Ukisoma ka Biblia kitu ile umeshika na kichwa unaandika. So huyu jamaa alikuwa anakuja akinikuta nikiandika, ameanza kunishika. Akaniambia je, ushaipigia mama yako tena? Ngamuuliza sijaimpigia. Akaniambia niko na katenje. Twende hivi. Tumeenda bado choo. Kumbe simu iko kwa shimo ya choo, imefungwa kamba, imewekwa karatasi, ikafungwa kamba, afu pamepigwa kwa mshumari hapa chini. Afu hiyo kamba imefungwa hapo. Simu hadi ikihanga hapo iwezi anguka. Hadi mkuje mtafute mwezi kuta kitu kayo. Mimi si nimetolewa katenje. Shika. Kupiga. Wapi? Kaambiwa je Joseph, fanya je. Mimi nataka tuanze biashara. Na ni utakaaka na nini? Na simu. Ni yeye amekwambia? Mimi nimekubali. Sababu mimi nilikuwa naona iko na pesa, ukiwa na simu kule, kuko na pesa sababu ukitumiwa takani punch. Mwenye simu anakula pesa ngapi? 200. Unakula 300. Kwa ulikuwa sigara moja ni 50. Sigara ya kubure ni 50 kule ndani. Na unakuta dizi ziko maunga ziko. Mimi nikapea kwa simu. Si nimeanza kukanja. Mimi naletea tu vitu tamu juu. Huyu jamaa. Juu mimi niko na katenje. Tumeenda hivyo. Hadi imefika pale watu wameanza kusema je, huyu kijana amezoea. Nilikuwa naenda kuzoea nini? Kugongo. Na bado anakugonga? Yeye nilimsamea na akasema hiyo shughuli ameacha. But alikuwa na guza wengine. Wale wamesikizana na ukikujia kuna mwenye anasikia takia fegi. Anakuja na pigo juu ya fegi. Mwingine juu hadi ya chakula. Na ni mbele tu ya watu? Sipari unafanywa mbele ya watu. Hakuna mtu ako na shughuli yako. Hakuna mtu ako na. Hadi kule mapasta wengi hivi. Nakuta pasta anacheza na mwanaume mwenzake. Na akikuhubiria hadi inaingia kwa roho mbaya sana. Mimi nimeanza kushika, nimeanza kukula tu vitu tutamu. Hadi nimesahau niko wapi? Niko jera. Imefika pale hadi nikasema je, wacha nivute kabangi. Hii bangi ile inauzwa hapa na sijaivu. Kuchoma hivi kabangi si nimesikia kichwa. Imefunuka kichwa. Macho ilitoka aje nje nika first time nikasikia cheki ka first time. Kaja choma ndo. Mimi nimeanza hapo hivyo. Nimeanza kuimba, nimeanza kuomba Mungu, gai wako rekeda kile. Nimeanza kuomba. Unajue Mungu hata kama mtu hajaokoka, Mungu uombe tu maombi mbili tu, useme baba yetu tu aliye mbinguni. Mungu anakusikiza. Hiyo siku nimefika, nimeruhusu hapo, nimeshindwa. My mom hawajaitaka kujua pale niko. Kumbe wananitafutaga. Alikujaga, uwezi kuja Sunday ama Saturday. Alikuja Wednesday.
Nikasikia nimeitwa. Sasa nikaletoka karatasi Sasa ni after how long? Sasa hizo nimepiga ngapi sasa hii? Miaka 2. Miaka 2. Na hakuna mtu wenyu ashai kuja kukuona? Hadi moja. Hata best yako. Hadi wacha nikuambie, marafiki ndio wanakuriaga mtu. Mimi nilikuwa na kadem bado hiyo siku nikuwa nje nikuwa na kadem wapi? Home. Kamanzi kangu hadi yako kalitekako tu na best yangu na wakaza. Na naonaga tu hivi. Na naona ni mimi nilifanya makosa. Kasi singeenda hiyo kazi. Sasa ningekuwa wapi? Ningekuwa tu naendelea na maisha yangu po. Lakini kitu kidogo ikuja ikatuma mimi mwenyewe nichukie hadi. Yaani sasa hadi nikiweza patana tukiweza tembea hivi uwezi niona nikiangalia msichana. Ati kumsalimia. Ni vile yani nifanyago hivyo na best yangu na manzi yangu alikuwa na bori ya miezi ngapi? Miezi 2. Na kwa sababu huyu boy kwao ni mabosi, aliona hizi ngangana na mimi. Wacha kae na bosi pale, anapata kila kitu. Mimi mwenye hadi sishughuliki. Sasa alizaa huyo mtoi? Si ninakonaga hivi. Ni katoi kako? Katoi kangu lakini kanijui ka baba. Kanajua ndio nani? Babake. Lakini mimi si baba. Unafikiri hiyo kitu uwe unafeel aje? Inaweza kupain. Mbaya sana hadi ufikirie kujiua. Huwezi jiua na wewe. Ati? Huwezi jiua juu ya hiyo. Guy. Unajiua. Huwezi. Guy, lose hope. Hapana, usilose hope juu ya hiyo. Sasa Madhe amekam. Mimi nimesikia ibu kuenda kuona mko. Sababu kuna bado stingo ya kutembea. Lazima utembee vika kibazenga. Kwani hujaipona? Hujaipona? Sasa kitu ile imebaki. Na sweat sometimes kukiwa na baridi sana. Unakuta na tudamu kiasi. Si kama mbeleni vile ilikuwa. Yaani hadi sasa yani hadi nikitokea hivi barabara siwezi kana mtu juu kikana mtu masaa 2 umekaa na rongi umechemuka. Ameanza kusema akaka jamaa kaligonga kwa kitu. Marumas za watu. Naona hadi unajichukia. Mimi Madhe akakujaga mimi siku. Nikaenda nikamwambia nikasema nikatumanaga mwenye alikuwa ameleta pepa. Aenda aseme aje? Niko kwa garden niko we. Madhe akutokaga. Ilibidi nimekujiwa. Kaenda kuona Madhe. Wewe wacha Madhe ameniona hivi si ni kuanza kulia. Sana muuliza yani mama unaanza kulia kuliko mimi vile niko nayo. Mimi utakuta nimekuwa bibi ya mtu. Utakuta nishakuwa bibi ya mtu. Mama akuelewa ni aje nimemwambia. Haya. Si ameletewa hapo makaratasi. Ameambiwa ati mimi nilipatikana na ng'ombe na kupigana. Na plus kitu kingine imeongezeka ati nakuliwa nyuma. Hebu niambie mzazi akisikia vile amekulea hadi pale umefika asikie atuna kulawa nyuma. Hapo mama atakubeba aje? Vibaya. So mkuru yeye alinichukuliaga mbaya. Aliona nikani mimi niliitikia. Alienda akiendaga. Hadi ya kuenda ati kuangalia kina Sizi. Alienda akiendaga. Hiyo siku ile tu amekuja hivi. Ndio alienda. Hakuenda direct home. Alienda akienda akaacha watoto wetu na wa mama. Mimi nikuwa tu pale. Akaenda wapi? Si ameona ati ni aibu. Mimi sijui ni wapi ameenda. Ameona sasa ni aibu. Ati mimi ni mwanaume na nimekuliwa nyuma. Anaona hiyo ni nguri. Ameepa. Hadi kutoka hiyo siku hakuirudi tena. Alikuja mara moja. Na hakuna best hadi moja alinionaga. Unaona hizo ni miaka 2. So mama yako kutoka hiyo siku yenye alikuja hakuirudi tena? Hakuirudi hadi kukuja kuniangalia. Hakuwahi. So ulikuwa unaona wengine wakitembelewa na wazazi wao. Unaona mtu ameletewa ka slippers ka sabuni. Ukijua slippers yako imeraruka hapa chini hadi umeshonelea na chupa. Ujue chupa una slippers unaiweka inakuwa ka soul.
ati ndio kiatu ikae sana, sababu kuru huwezi kaa zaidi ya viatu 2. Ni moja lazima ichape. Sasa mimi nilikuwa nangangana slippers wangu nimeweka nini chupa. Sasa ikifika asubuhi nikutoa kaboksa, unaanza kupasua machawa, sababu huwezi ziua hivi. Unazipasua na mdomo hivi, unashika tu hivi kaboksa, unaanza hapa mwisho kuziuma. Yani hadi ukianika hivi kaboksa kako kanaenda. Kwani ukiua hivi shida iko wapi na mkono? Hivi ni chawa nyingi. Ni chawa nyingi, huwezi shinda hivi ukifanya hati kamoja. Sasa lazima unaishika hivi, hadi unasikia zikilia ta. Mimi hiyo siku sikuwa naosha kaboksa kangu daily asubuhi. Mimi live nikachapa live kule. Kafika hii mwaka wa 3. Naona pastor aliandikaga nini yangu na akaenda nayo kotini. Hakukuja na information. After hizi miaka 2 zimeisha, nakumbuka February date 16 ndio alikuja. Akaniambia aje leo probation wanakuja. Mimi nikauliza probation wa gani? Hatu wale watakusaidia vile ulifanyiwa upate haki yako. Mimi nimeshindwa nisamea kijana, alafu pastor na yeye ameanza mambo. Na Jumii nilikuwa napenda pastor sana. Nilikuwa dinaona ushaingia hivi jero, unaona unaweza potea. Lakini huwezi potea. Unakuta fence ile imekuwa ni ile ya wire mesh. Unaona kama unaweza potea, unasema pale itapotelea. Huwezi epa. Pastor amesema tuanzishe kesi. Mimi nimeambia kijana aje usikii pastor alienda kapeleka shughuli wapi? Police station. Akaandikisha. So sasa tuko na kesi ngapi? Mimi niko na kesi ngapi? Kuiba, kupigana, na kugongo nyuma. Hizo si kesi 3. Na hii grievous inafunga mtu miaka ngapi? Grievous inafunga mtu hadi miaka 3 to life. Haya, stealing unafunga huo miezi 4, miezi 6. Hizo. So hii nyingine yenye uligongana ndio inakufunga miaka 3. Ile niligongana hiyo ile ulifanya tu hivi tu kapasua, hiyo ndio ya miaka 3 to life. Grievous. Mimi nikaenda nikaambiwa tukaendaga kotini tukiwa mimi na huyo boy na mkubwa wa polisi huko prison na pastor. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass, na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini ĩrĩa main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1, na ona farafara ĩyo ya kuingira ni ya rami. Uguo handu haria gukorwo gikinya maram ni handu hanini muno. Handu hetagwo Karuguru. Wi Karuguru, ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti-ini ici. Ni broti cia 50 by 100, na ndiriona broti 2 peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti. Na handu haha kuringana na uria urahona to ni juni urona mbica, ni handu hakurite na njira nene muno. Ni handu haikaraga itonga, ni handu haikaraga atongoria, ni handu haikaraga maceleb, ni handu hega muno ungigura na wake muciĩ waku. Na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake, tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kia iguru muno. Na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40, ngiri 50. Uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest. Ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno, no cokie mbeca ciaku. Ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow to compound ukomborithagie no wiki uguo. Haha tigute ona hanini eroreri akwa kana arata akwa. Undu ungi mwega muno wigie cia icigire ndina cio ni ati cikomeire farafara. Ino ni farafara murona haha, uguo ci haha farafara-ini.
kundu guku maundu maria meko ni maingi muno guku kwina mathukuru ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo ni ndona ingi itagwo Royal Brain uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka muci wa guikara mathukuru me haha hakuhi mafengi maihuire guku ngiuka ni ndona fengi ta KCB Equity Bank ni ndona Cooperative ni ndona mafengi maingi muno okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria meguku ni maingi ni ndona KFC ni ndona chicken ini cirio guku wenda kunywa kahua at cafe ungifatara gwikaga shopping gaku ma supermarket guku ni ndona Naivas Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri yani ungienda handu hega ha guikara handu classic ti hangi ni haha riu undu uria gwika no kuhurira na beno ya thimu 0724 33 3313 0724 3313 nigetha twaranirie nawe ndakwira asking price ni shilingi milioni 5 per plot no ungikihurira hihi no tumenyo ria tungiaria plot ici cina ready title deed uguo wagura ni ready transfer wenda kwambiriria mwaka waku wambiririe hau mwikaribu sana hura na beo ya thimu 0724 3313 karibuni sana. Tumefika pale mimi nimeambia kijana wewe usishtuke si tunaenda mimi nasema kuna shughuli hiyo ili Sasa makosa pale ilikujia mimi ni nasema hiyo shughuli iku happen lakini kuko na statement ile niliandikishaga unaona mimi nimesema aje hakuna kitu kaa hiyo statement imetolewa unafikiri nimeanza kubisha aje roho na juu nilidanganyana ati nimemsamea na statement imepatikana yes ni kunguri wewe mimi nisikiaga tumeambiwa je dakika tokeni hapo nje 14 minutes turudi wapi turudi ndani yes tumekaa hapo nje 14 minutes tukiongea tukisema we huku ni kudedri si tumeitwa tena kotini tumerudi kurudi ai jaji ameanza kuanza kusomea mtu mashtaka yake mwaka fulani kuna kitu hii mwaka fulani uliiba ng'ombe ni ukweli ama ni uongo nikasema ni ukweli ni ukweli huyu mwingine akaulizwa wewe makosa yako ni kuna jinsi mwanaume mwenzako unaona hii prison ya Tao haikuwa kina main yuko hapa hii ni prison na kuna main mimi tulikuwa prison na kuna main sasa pale nakuta mtu amefungwa kuanzia miaka 50 hiyo ndio main kuanzia miaka 50 huko prison kutoka miaka 10 kuteremka kijana tumefika hapo kwa koti ameulizwa huko ni ukweli ulifanya hivyo amesema hapana akasema hapana akasema hapana mimi na mimi nikasema aje ni hivyo alifanya na mimi nilimsamea nilimsamea unajua niliambiwa ati hiyo pesa ya gari nitalipa ati ile tunapeleka kwa kotini ati utalipa ati nitalipa kwa nini kwa sababu ya kumsamehe juu ya kumsamea nitalipa yes mimi kijana amefungwa miaka 7 tena alipigwa miaka 7 sasa na yeye unaona alikuwa ashafungwa alikuwa amefungwa ameongezewa wengine 7 mimi nimeshindwa kumbe unaongezea yako kesi kuwa tu memedi kesi kakuwa tu hivyo hiyo ya kunajisi mtu huko inakuwa ni ngori ni ngori lakini pale watu wanafanya hizo vitu watu wako na pesa watu wanakupigia katenje tu hadi kuwa unasikia wewe tumetuma pesa vibaya turudishie sasa hizo wamekutumia pesa ukirudisha plus zile zote zilikuwa kwa KCB kwa M-Pesa M-Shwari zinaenda mimi kijana amechapo zake 7 ameingishwa wapi capital sasa huko ndio sasa uaji watu wale wamefanya maassassin wametumika na government unakuta wako huko hadi unaweza kukuta
mtu anakuambia ati alikuwa anakaa na unye hivi chini na ako huko. Na kuna hadi milionea pesa zimekataa kumtoa na ako huko. Kule watu wako na pesa zinaundwa. Mtu tu akuwa ameketi hivi tu amechukua ameanza kukoroga, nimetuma wrong number, nirudishie hizo pesa ama tugawa. Unafanya makosa unamrudishia, naenda ikiendaga. Mimi kijana amepelekwa capital, au vijana wameanza kuniharas. Uko na mdomo kama mama. Wengine sasa uko na mdomo kama mama. Sasa walifanyaga aje? Hiyo siku stima ilipotea. Ujue mimi nikipita hivi nilipiga ngumi. Na nani? Na nani? Unaona sasa ni usiku na mko watu wengi. So uoni. Na ujue stima ikipotea inapotea kwa dakika 5. Unapigwa kulingana na utaona ni nani. Nipiga kwa hapa hivi mbavu. Ushaikosa kupumua. Unakosa kupumua hadi unaona ngunguri. Mimi nikapigwa, mimi nikaanza kulia, stima ikarudi. Watu wameanza kucheka, nini mbaya? Nimesema niwe mmenipi. Simelia kabisa. Sababu ninasikia uchungu mbavu. Afande alikuja akafungua. So unaona alinipigaga kunipiga. Nikakuwa na inaitagwaje? Hii kimasopul. Alinipiga nikashikwa na kimasopul. Hiyo githa. Mimi nimekauka hivi. Polisi amekuja. Afande Jera. Amekuja. Ni mbaya kijana. Kasema hakuna. Sababu ningesema nimepigwa. Wangenifanya tu hivyo vile tu wamenifanya. Nikasema hakuna. Na ni mbaya unalia na umeona tumbo. Umeona tumbo. Sasa mkubwa alikuwa anakuja na bonga na vijana. Ukibonga na vijana sasa kuna hii inaitwa aje, hii unaweza peleka kwa judge ipunguziwe ama ukute unarudisha appeal. Appeal. Nikaambia niandike kabarua. Mimi nikaandika kabarua. Ikapeleka huko. Nikaambia hizo ni miaka 2 zimeisha. Tuko hii mwaka wa 3. Niambiwa aje? Andika appeal. Na ujue hii appeal ukiandika inaweza kufunga bado maisha. Hii itakagi mchezo. Appeal. Unaweza kuwa ulifanya mada na umeandika appeal na ikuachilie. Sababu miaka zile huo unafungwa. Kuna wale wanakitikishaga hizo mapili, kuna wanaonaga hizo miaka zile ulifungwa hazistahili hizo. Mimi nikaandika appeal ilikaa mwezi. Inaweza kufunga maisha. Sasa mimi vile nilikuwa nimeandika hiyo appeal. Unafikiri inashinda na stress gani wewe? Sasa nikifungwa maisha mimi nimekuwa bibi yenye. Bibi yenye. Mungu ni nani? Tuliitagwa vijana 15. Asubuhi mapema Grand Tiger ikatukujia. Wale tulikuwa tumeandika appeal. Cheki mimi nimepelekwa kotini. Wengine unakuta hadi kijana amechapo zake 10. Mwingine amepigwa fine. Mimi kufika pale nimepigwa fine ya pesa ngapi? Sababu alikuwa ameniitisha 1300 cash bill na bond 1500. Mimi nikaenda pale nikajitetea nikasema kwa my mama alikuja, mimi najua kuenda home. Vile aliniona alienda akiendaga unacheki. Nikasema waona mimi nilikuwa nafanya hivi ndio niweze kulisha familia yangu na madada zangu. So unaona nilikuwa nimeacha bibi kuona boria miezi ngapi. Madhea ndio hiyo bado ni mimi nilikuwa nampelekea pesa. Sometimes ikikosekana nani anategemea? Ni mimi juu mimi ndio mkubwa. Lazima niende home na kakitu. Nikienda kupiga kajibani kute nimepewa kapanchi. Lazima saa 3 ingie kwa nyumba kwa mama. Na mimi yangu karuabe. Hii karuabe nikinunua karongi kaso. Nimebaki na so. Hizo nasema acha ni save hadi kani kachwani.
hadi mimi njishukurie gadho niseme nisikuwe ati na save ati asijiambia asante. Ndio hiyo mimi judge amesema je, unaona nimekaa miaka 2. Kesi yangu ilibadilishako ikakuja miezi ngapi? 6. Miezi 6. Niambie kasi Mungu. Ni Mungu wapi? Mimi niliambiaga Yona kitu moja tu mimi nataka kusema. Na Yona unaona ukimwambia kitu huwa anakusikiza. Mimi nilitoka hapo kwa board nikapiga magoti. Kaambia jaji asante kwa kunifunga hiyo miezi 6. Ushaisikia wazimu wanasema asante kwa kufungwa miezi 6. Sasa nikapeka hiyo miezi 6 na nimekaa miaka 2. Sasa hizi miezi 6 huwa zinatolewa. Hadi zile umemedi. Zile umekaa. Sasa zinapunguzwa. I made ifika Monday asubuhi. Mkubwa. So kesi yote in total ilikakuwa miezi 6. Zote zimeshikanishwa. So hata miaka 2 ni kumaanisha umeoverstay. Umeoverstay. Unaona hapo hivyo ni pale apili ndio iliniokorea ni Mungu tu, yani sijuagi ni aje Mungu alifanya, lakini mimi nasema ni Mungu. Na hiyo ndio testimony yangu ile mimi naambiaga hadi vijanani kuwa kule home kuna Mungu. Sasa Monday ilifika ukaambiwa utoke. Monday asubuhi kabla hadi hatujakunywa uji. Ndio hiyo kwenda kuangalia tunguo. Tunguo tumekuliwa na panya aje. Si unapiga hadi kai imekuliwa na panya. Na ni freedom yako. Unaona kufika pale kwa gate. Hewa ile ilinigongaga hivi. Niliangukaga. Hewa. Ni tofauti na hiyo. Tofauti. Ni hewa 2 tofauti. Huku tunasema tuko Kenya na huku si Kenya. Kenya ni wapi? Ukiweza pelekwa kule Kenya huko ndani ndio kubaya. Huku Kenya hadi watu hapa pale tuko watu wako sawa, lakini kule ndani nakwambia unaendaga tu unajikuta umechange. Ni kubaya. Pale hivyo umekutana na muuaji. Pale hivyo unakuta mtu ati alirepe. Unakuta mwingine ni mwizi. Pale ujue sasa wakisema ati ni kwenda kuchange maisha yako, hiyo ni kwenda kuharibu. Sababu pale ukitoka utatoka kuwa mtu mwingine tofauti. Tofauti. Sababu si ati venye labda mzazi anaweza sema acha nipeleke mtoto huko achange. Ati aseme ati ende achange. Nakwambia kule hakuna kuchange. Unatoka ukiwa mbaya. Unatoka ukiwa psycho. Tuseme uko unatumia kitu kama sigara, bangi, dodo. Umefika kule umeanza kuona watu wakitumia. Adu umesema aje wacha nisikie vile inaonja. So unaona hiyo kitu ndio watu wanaanza kuruzu hapo. Unakuta kama mzazi wako achai kuja life ni ya siilete kiashwe. Kuna kiasho unachoma na hasira. Na hasira. Mimi ilifika asubuhi vile nimeanguka hapo nje. Sasa umetoka tu peke yako? Solo. Na nimekujiwa hadi na gari ya maprobation. Walinipeleka wakanibaia kanguo. Mimi bado huwa nashukuru wa probation kama sababu kazi vile ule pastor alinipea imani. Alinipea imani akaniambia aje. Never lose hope. Ni kweli. Na siku lose hope. Nikuja niliishi kuomba nikijua one time I will be free. Sasa hii ndio mimi hapa na wewe. Asijaifika huku ni siku yangu ya kwanza. Ati Nairobi. Sijawahi. Sijai kanyanga. Na ndio maana uliona nikichelewa. Juu mimi sijui. Nafika pale unakuta mtu unamuuliza aje, wapi pale naambio ni unasikia mtu amekwambia hapana. Namwambia unisaidie na kasimu basi nipige. Kwambia uko tufanyagi hivyo. Sababu watu Sasa venye ulitoka umekuwa ukifanya nini? Sasa hizi umekaa miaka ngapi kutoka utoke? Sasa niko miaka 2 sasa. Sababu Madhe ulirudi kupatana na Madhe? Nilipatanaga tu na masizi zangu tu. Lakini Madhe tuliambiwa ati alipataka mzee. So hujaimpata kutoka yote? Hatujai hadi tukua na unaona hadi saa hii. Ni vile simu imefungwa tungepiga
usikie. Tungepiga usikie madhe ajairudi. Unaona masista zangu wako kwa nye. Mimi pale tulikuwa ati tunalima huko, pale tulikuwa tunalima tukisema ni kwetu. Kumejengwa mansion. Na huko kunakaa watu wengine. So yani madhe hata hajaishughulika na nyinyi. Mnasikianga alipatanga mzee akaenda wapi? Kinangop. Kinangop. Ati alienda huko ndio kulimbamba. Ujue ukisikia rumors moja usikie na mwingine haiko sawa hivyo. Na hajaishughulika na nyinyi. Sasa wewe ndio tegemeo home. Mimi ndio tegemeo. Sasa mnazangu wako kwa nye. Mimi ndio huyu, mimi hapa hivi bado nimekaa kwa nye. Ona. Mimi sister zangu lazima wale ni wasichana. Hawafanyi kazi. Unakuta mtu ananyesha. Ana pesa. Mimi anakuja ananiambia sababu au wanijui kama brother, wananijua kama baba. Na unaona ni masista zangu na nakubali tu, yani hadi inakataa kutoka usikii. Vitu zingine sitaki kukumbuka. So unadoing nini? Sai mimi huwa nauza njugu. Nikiendea njugu za Ruabe. Nimenararua karatasi ka gazeti. Na unda tu kitu kanatosha na hivi. Ukiweka kijiko moja 10. Ukitoka na suru 3 yako ukuta faida. Kasoo saa zingine unakuta saa zingine Mungu hadi anakuonea huruma. Nakuta vile umepima umekanja hadi kasoo 6. Na ni njugu. So hiyo ndio jobu wanafanya. Ndio niangalie nani. Wewe unaishi kwa nani? Kwa Peter. Peter yule moja tu mwenye alipoteanga? Sababu unaona alikujaga home. Mwenye alipoteanga venye ulipatwa na? Alipotea. Mwenye uligonga? Bado ni unaishi na yeye? Huyo tu ni yeye naishi na yeye sababu yeye ni alituma niende jela. Yeye tu. Unaona? Na yeye ndio anajua ni kwa nini tulifanyaga hivyo. So ulitoka ukapata una place nyingine ndani? Sina place nyingine sababu niliandaka kule pale tulikuwa tunakaa nikakuta kushajengwa. Sasa yeye Peter anafanyanga nini? Peter ako kampuni. Ako kampuni, aliingia kampuni. Na wewe usiingie kwa kampuni. Sasa shida ni kifua. Ya mimi huwa nafungikana. Ulitoa wapi huko jela ama? Ni baridi. Ama ukute tuseme kaa nimekasirika. Nakuta hadi hewa inakataa kutoka. Nabidi tu nimepewa inhera hapo tu na nikipiga puff 2 narudi poa. Ama kukuwe na maji ya sukari hapo hivyo karibu. Ndio narudi form. So mimi ndio mzae na mimi ndio madhe. Lazima sister zangu wakule, lazima washo. Lazima wakae ka au wasichana wengine. Unakuta bado huko pale wako, unakuta unabaia mtoto wako nguo na ulitoa watoto wenyewe kwao. Unabaia wako nguo. Huyu haduwezi mbaia. Unaona ikifika Sunday, watoto wako wamevaa nguo mpya. Unaona sister yako ametoka hapo hivyo ati na wameenda church na amevaa slippers. Hao wengine wamepiga ruku kutoka juu hadi chini. Yani hadi ukikaa hivi na mtu anakuondokea. Anaona ka hiyo kitu hili wanaona kama hili niingia sababu hizo shughuli ushaitoka hadi na feelings. Hiyo kitu mimi nitokaga yani. Nitoka nikasema kupenda. Lakini sasa kutoka hiyo ujailala na mwanaume tena? Sijawahi. But watu huwa wanasema huwa narara. Sijawahi. Na sasa huyo demu yako unamuonanga tu huko? Huko tu na mtoi. Kwanza sasa wamekuwa tu wangapi? 2. Mimi tu. Sasa huyo beshte yako mwenye alimchukua mnaongeanga? Sasa ujue pale hivyo ulikuwa ndani. Uliacha mama. Mama akatekwa na ni alikubali. Hapo nasema huyo jamaa mnaongeaga? Huyo mwenye salamu tu za juu. Hatuwezi simama hivi tuongee. Na huyo dem? Dem anaongelesha nani? Anaongelesha nani? Mimi si mimi.
si mimi. Sasa ulijifunza aje venye ulienda jela? Mimi nilijifunza aje kukua ulafi, kukua mlafi, usitake kukua mlafi. Kitu ya pili, hii dunia uliletwa upige haso na ujijenge na ukae kwa ukuletwa dunia ukuje kuhangaisha watu na watu wanaweza kufanya vumbi na madakika. Mimi nilijifunza bado huisu nani ni beshte yako, nani ndio familia yenu, nani unastahili kukaa naye. Kule ile moto izimagi, moto ya jera haijazima. Iliashako tu na mtu mmoja hadi leo hii inawaka. Na hiyo moto kule itazimika hivi. Hiyo siku tutajua Mungu ni kukuja la kuja. Sababu hiyo moto hadi umwagilia maji iweze zima. So unamaanisha aje? Usikue mtu wa Mungu. Kunapenda Mungu na pia mzazi wako. Kwa maana kama uko na mzazi unastahili hadi unapiga saruti. Ikuwa anakunywa, ikuwa anafanya nini, ikuwa hadi kana panga laini. Huyo ni huyo alikuzaa na huyo ndio mama. Mama yako usiangalia ati juu mkoro ana pesa. Ati nini kwetu kuliendaga je, kwani sisi tulibarikiwa hatuna kitu. Siku itafika. Na siku ikifika kuna siku ile mtu atapangua. Na vijana, mimi naweza taka niambie vijana je, basitake kukua ile moto. Ile moto ijaizimika. Ukisema utakaa bila kuzimika, utahit na utabust. Unatumianga nini juu naona kuna kitu unatumianga? Mimi? Kwani ni nani mwingine nimeuliza? Si wewe tu tuko na wewe hapa. Mimi kitu ile huwa tunatumia sigara. Hapana, usinidanganye. Si umekuja hapa usaidike? Sigara. Unavuta bangi? Bangi niliacha. Uliacha lini? Vile niliona ikifungwa na Biblia. Niliacha. Isipokuwa tu sigara. Sigara tu ndio. Acha kunidanganya wewe. Wallahi siwezi kudanganya. Na naweza kuonesha hadi kwa mfuko yangu niko na nini. Uko na nini? Sigara. Hebu nione. Mimi sivutagi bangi, sigara tu. Sasa sigara inakusaidia na nini? Hii inaitwa Oris. Na mimi nachomaga hii sigara juu nijikuta vitu zile nilikuwa natumia. Kama nilikuwa natumia Chavez, nilikuwa kule hivyo. Hadi nilikuwa natumia. Sasa natumia Chavez. Tangu nianze kuvuta hii sijaitumia Chavez. Kwani iko na nini? Hii mimi kwangu mimi inatuma kama tuseme nimekasirika, nikichoma nasikia nimetulia. Hii inatoka pesa ngapi? Hii inatoka 10. Moja 10? Na inakuwa na ngapi? Vitumbao. So unatumia 200? Utumii 200 sababu ukienda kubai kwa mtu hawezi kuuzia 200. Sababu utamwambia kama ni mimi yeye anajua nauza. Unauzanga? Naziuza sababu nikipiga raundi home. So una buy how much wewe? Ili kinunua na buy 120. Faida yangu ni 50. Bado unauza na unachoma? Sasa unaona tangu niache hizo vitu hii tu ndio imenisaidia tu. Na hii najua iko siku inakusaidia. Sasa unaisifu? Unaisifu? Sasa ndasemaje? Ipo tu siku ya kuacha. Itafika. Huwezi acha kitu once. Lazima leo tumie kidogo. Mtu anaanzanga kuacha aje? Ukitaka kuacha kitu ka bangi, sigara ama hizi mashindano za kujiuza. Juu hizo vitu zikikaa pale huko utazitumia. Ndio nataka kujua mtu anaanzanga kuacha aje. Mimi nikujaga nikasema aje ndio niache dudu. Niliendaga nikabai karatasi mzima. Na hiyo siku ile unaombaga mtu dudu umechemuka lakini anakuambia una. Mimi niliendaga nikabai ya pesa ngapi? Ya 50. Nikaimwaga hivi chini. Hivi. Nikamwaga hiyo dudu chini.
tangu hiyo siku mimi hadi nikiona mtu akikula dudu nasikia bad. Ndio nauliza aje. Sasa kaa fegi utaziacha aje? Fegi. Fegi. Unasema utaacha pole pole. Nitaacha pole pole kwa kutumia vile nilikuwa natumia. Kaa nilikuwa nachoma tuseme kaa ni siku moja mzima umekuta umechoma sigara kaa 10. Mchana mzima, usiku ikifika masa usingizi. Uwezi rara. Ulikuwa unachoma kaa 10? Ulikuwa unachoma kaa? Sababu ukienda ukibaika moja, ukiwa na mbao unapewa 3. Tuseme uko na 10. Umechoma kameisha hiyo 10. Umepata ka 10 kaingine. Yaani hadi ufikiri kukula. Na sasa saizi ukiambiwa ukivuta tu kasigara kadogo utadedi, bado utavuta? Sasa wengi wameishi kuniambia hivyo. Ndio nauliza saizi uende tu hosi, waambie mahali umebakisha ukivuta tu puff moja hivi utadedi. Unaweza fanya nini? Sasa hapo hata ukiambiwa ati utadedi na uwe ni mtu watu fegi, si hivyo rahisi. Uwezi acha? Naweza acha. Hata ukiambiwa utadedi uwezi acha? Mimi najua mtu anakufa mara moja na uwezi fufuka. Ndio nauliza utaendelea tu kuvuta? Naweza acha. Bas. Sasa kitu unaona vitu zingine vitu zingine zinakuwa ni mindset. Mindset yako ikikwambia nitaacha pole pole, hivyo ndivyo utafanya. Lakini ukiset mind yako useme hii kitu sitaivuta tena. Sasa hata ukiset kwa mind yako utavuta. So umesema ati ukiset kwa mind yako si okay, kuna nini, kuna ile umeamua kabisa na kuna ile kusema tu. Kuna ile hiyo ya kuamua. Ndio nimekuuliza saizi ukiambiwa walai ukivuta tu puff moja hivi una dedi. Hauwezi vuta tena. You already usha set hii kitu nikivuta nitadedi. So utaacha. Anyway, ndio maana nilikuwa nataka ujue hivyo. Fegi si fiti. Unaona hata ukisoma sina kwa imeandiko ina nini? Inakuletea cancer. Si una get? Usijiue pole pole. Wewe ni kijana mdogo sana. And then sasa nipale. Wacha nikushow uko 23 years You're very young. Unaona miaka yenye umeishi, unaona kama utaishi miaka ngapi kwa hii dunia? Si ni miaka mingi? Hii maisha kulingana na mimi vile mimi kwangu mimi naona kwangu. Si miaka nyingi. Na kulingana na Mungu? Sasa ujue mimi sijui vile Mungu wewe nikuulize. Venye ulizaliwa ni wewe ulikuwa umesema uzaliwe? Ni nani alikuwa amesema? Mwenyezi Mungu. Na sasa kama si wewe ulisema uzaliwe, utajisetia aje miaka yako ya kudedi? So ujue mwenye alisema mwenye alijua venye ulizaliwa, huyo ni yeye anajuanga venye utadedi. Una get? Lakini ndio ujue ukizaliwa au kukuja ukaambiwa kuna siku ile utakufa. Bas. Na haungeambiwa, juu hata hakuna mtu anajua. Ungeambiwa watu wengi wangekuwa wameunda moyo hadi za plastic. Hata hakuna mtu anaweza unda moyo. Watu wanaweza unda kila kitu lakini moyo hakuna. Sasa nikuuliza kama unaweza unda moyo. Raila si alidedi. Ni nini hangeweza kujiundia? Na akona do. Sasa ujue hakuna. Hiyo ni kumaanisha uhai ni Mungu tu anapeananga. Hakuna mtu anaweza kupea uhai. Lakini hata kama Mungu anakupea uhai, kuna vitu zile mtu anapitiaga hadi unajiuliza nililetwa dunia kufanya nini? Juu kitu ya kwanza wewe mwenyewe hujajijua. Kitu ya pili ujui nini Mungu alikuleta duniani ufanye. Unasikia kuna mtu ako na talent. Sasa kama mimi mwenyewe mimi sijua talent yangu ni gani. Haya sasa nikuulize nani atakuja kuambia talent yako ni gani? So hakuna mwenye anaweza kuambia talent yako ni gani. Haya, nani anafaa kudiscover talent yake? Mimi. Bas. Sasa hapo Mungu anaingililia wapi? Sasa hapo ndio hujashika. Ndio mtu umesema hapo ati kujua ati mtu huwezi jua miaka yako. Ati Mungu ni ni anajua miaka yako. Mimi ndio nasema je. Haya. Huwezi sema ati utakufa. Kitu ingine. Hii life. Sahi
pale mimi kwangu mimi imefika, ndio nakwambia, ndio umeniuliza kama unaona kanaweza kaa sana. Nikakwambia siwezi kaa sana. Kulingana na vile mimi nimejionea na vile mimi ile napitia na vile naona wengine wakipitia, hatufanani. Hatufanani hata. Kwani unapitia nini? Sasa angalia. Huyu ni mtoto wangu, si ndio? Alienda na anaita mzee mwingine baba. Haya, mtoto, nikuulize, mtoto wako kwenda inaweza sababisha kifo yako na nini? Sababu hiyo ndio damu yako. Ndio nakuuliza, inasababisha kifo yako na nini? Itakuua aje? Itakuua juu unasikia we akuiti baba, anakuita Jose. Oh, so utajiua juu hiyo? Sasa hapo hebu niambie, wewe unajua ni mtoto wako na anakuita Jose na anaitwa huyu baba. Haya, hiyo kitu kingine ni gani? Hii kitu kingine, kitu inaitwa je, losing hope. Kuona wewe si wa maana na wewe ni wa maana. So unaona wewe si wa maana na unajua ni wa maana. Wewe ni wa maana. Bas. Unaona unastahili hadi unaonaga je, ushai angalia mtoto mwenye amelelewa, tuseme mtoto huru na tuseme mwenye ako anauza cham. Ujua tufanani. Huyu madhi anauza cham, lazima watoto wake wapitie matusi. Lazima wapitie hapo hivyo, unasikia the question ya thiaga nao, na hakuna kitu kaa hiyo. Afu kitu kingine watu na sijuagi mbona wako wamepewa hiyo roho. Wakiona kwenye kukiuzwa pombe, na hata si ati ni yako, si yako, ni ya mtu mwingine, mtu unaanza kuchukiwa. Sasa acha nikwambie kitu moja. Unaona nini? Kitu ya kwanza tumeanza kusema kama talent. Talent. Hakuna mtu, God haezi toka binguni ya kuja kuambia talent yako ni chura. Lakini ukiangalia hivi watoto, unaona ule mtu yeye anajua kuomba, lakini ukijaribu kuomba sasa usikize vizuri. Talent ya mtu ni mtu discover talent yake. Na talent yangu haiwezi fanana na yako. Haiwezi fanana. Unaget? Na talent ya msee ni hiyo kitu unapenda kufanya na unaifanyanga best. Unaget? Naget. That's how you discover your talent. Unaona? For example, tuseme mtu kama msanii. Mtu akiwa msanii, si wewe utaenda umwambie wewe unakuanga msanii. Unapatanga tu ameandika hata song na kwambia, by the way, kuna kangoma nilikuwa nimeandika hapa, naweza kuimbia usikie. Unaget? Anaendelea kufanya hivyo. Another thing, acha nikwambie kitu moja na God venye alituumba, wewe uko na macho ngapi? 2. Masikio ngapi? 2. Mapua? 2. Mdomo? 2. Kuna kitu mimi niko nayo extra than you. Si wote tulipewa vitu same. Na God venye alikuumba hivyo na akatupea vitu same, alitupea the same ability to do things. Na mbona watu wapeane rumors wakisema umegonjeka ukimwi ati juu wewe umekonda. Sasa sikia sasa nikwambie. Juu Mungu ametupea same ability, hiyo ni kumaanisha ile kitu wewe unaweza fanya pia mimi naweza fanya. Ile kitu mimi naweza fanya pia wewe unaweza fanya. Kuna mtu alipewa akili 6 na mwingine akapewa 5. Sisi wote tulipewa 5. 5 common sense. Kuna mtu alipatiwa miguu 3 na mwingine akapewa 2. Si wote tulipewa vitu the same na tukapewa the same ability. Unaget? Naget. Sasa shida inakujianga hapa. Ni kama saa hizi sisi wote tumepewa maji. Nani amekwambia ukunywe? Hakuna. Si unajua maji ni ya kukunywa. So nyi wote mmepewa maji, wewe umekunywa lakini saa moja kunywa. Saa moja atatoka hapa akiwa kiu. Aende akisema manze niko na kiu. Na unamuuliza na si kulikuwa na maji hapo si ungekunywa. Unaget? So God alikupatia hizo vitu zote. Na hakuna siku hata haikuja aseme, huyu msee manze nafaa nimuongeze kama macho kengine hapa. Na mbona mzazi wangu alinichukia kaenda.
Sasa usikie nikwambie, ndio nataka tuende polepole. Una get? Venye alikupatia hizo vitu zote ndio unaweza fanya kitu yenye Saimo anaweza fanya. Usiwahi kuja kusema mbona ulipatia Saimo akili 5 na mimi ukanipatia 4. Unaona? Si unaona Mungu ametutoshanisha sisi wote. So hiyo inakuambia hivi, you can be mtu mwenye anakuanga na dosa sana kwa hii world anaitwa nani? Tuseme Elon Musk, si ndio? Elon Musk. Zile vitu anafanya wewe unaweza fanya. Naweza fanya. Nikuulize kitu kama ndege iliumbwa na Mungu ama na God? Iliumbwa na mtu ama na God? God. Ndege. Haikuumbwa na mtu. Si ni mtu aliunda? Imagine hiyo ni kitu iliumbwa na mtu mwenye ako na akili 5 kama zako na kila kitu kama yenye uko nayo. Una get? So hiyo inakuambia God amekupea ability ya kufanya kitu yoyote. Kumaanisha hata kama utazaliwa kwa familia ya maskini, familia ya watu wenye wanakunywa pombe, na kuna familia ya matajiri, unafaa ujue huyo baba yake huyo mwenye ni tajiri hakuzaliwa akiwa tajiri. Alizaliwa akiwa maskini kama wewe, akatumia ability yenye God amempea ku make dough ndio watoto wake wasikue maskini kama sisi. Unashika? Nashika. Alizaliwa hata hakupata wazazi wake. Venye alizaliwa madhe yake alidedi. Una get? Venye madhe yake alidedi, alipelekwa children's home. So amegrow na mateso. But venye aligrow, yeye mwenyewe akajijua. Akajua mimi ni binadamu, mimi ni mtu kama Uhuru, ama mimi ni mtu kama Sonko fulani, niko na kila kitu yenye ako nayo. God amenipea kila kitu, so it's up to me. Either nitumie hizi vitu nipate do, niomoke, ama nikufe nikiwa na hizi vitu, nikufe nikiwa maskini. Either nikunywe hii maji kiu niishe, ama nitoke hapa nikiwa na kiu. Hadi hapo tuko sawa? Tuko sawa, nimekushika. So venye kuzaliwa kwa background ya poverty haimaanishi ati unafaa ujiue. Una get? Unafaa, mimi sasa nikikwambia mahali nimetoka bro. Sijatoka kwa familia poa. Na sio mimi peke yangu. Hata tuangalie mtu kaa Ruto. Ruto anasemanga alikuwa anachoma makaa. Ni kweli. Huyu jamaa labda akakaa hapo akupatie story yake yote, unaweza jichukia, uone yenyewe mimi hakuna kitu nimepitia. Una get? I get. Kuna jamaa fulani tulikaa naye chini juzi, akanichapia story yake bana. Jua naonanga nikishare hizi testimonies, akaniambia mimi Saimo God amenibless, siwezi kuja hapo saa hizi kuongea. But akaniguzia kidogo venye madhe yake waliseparate na mzae wake wakiwa watoto wachanga sana. Aliachwa akiwa 2 months. Akaachwa shosho yake. Una get? Shosho yake ni wale madon care. Venye aligrow shosho yake hakuwa anamtaka. Yaani anamtesa ile mbaya. Unaona? Kijana amesoma na mashida. Ameacha shule. Ameenda kuandikwa kazi ya kuchunga. Akilipwa do shosho yake anakujia do yote. Kijana ametoka hapo ameenda kwa street. Juu kule amepitiwa mambo sana. Amekapitia kwa street. Una get? I get. Ametoka hapo. Ameenda ameandikwa tu kazi. Ameandikwa kaka hoteli amenyang'anywa do. Ameandikwa sijui wapi amenyang'anywa do. Una get? I get. Akaandikwa kakazi fulani. Sijui alikuwa analipwa 3500. Akakachapa. Akaandikwa soja mahali. Unaona? Sasa hiyo time ameandikwa soja, ukaona mahali alikuwa ananiambia alikuwa analala. Unaona ushaienda upate, unaona kaa hii nyumba. Unaona mahali mnapandiaga stairs hivi. Hapa chini kuna bakingi na kanini. Kashimo. Alikuwa analala hapo. Amepewa huku unalala hapo. Huku unaangalia hii kija. Sasa venye aliandikwa pale, akakuwa jamaa ako fiti na watu, kuinteract na watu. Msee mmoja kaona, msee anakuanga na roho safi. Akampeleka kwa kazi yake. Unaona? Akachapa wera kiroho safi. Akaanza kujisevia, akaanza kulipa kanini, rent. Yeye mwenyewe akaenda akaanzia kabiashara kake. From nothing.
Saizi msee we are speaking, that guy is a millionaire. Jamaa anaenda China kuendea vitu zake. Una get? I get. Sasa msee kama ange lose hope aseme mimi madhe yangu alifanya, shosho yangu alifanya, unaona? Msee alijua ability yake. Kweli. Na akajua mimi sita lose hope. Juu kitu yenye fulani yako nayo pia mimi niko nayo. Unaona? I get. Kuna sonko fulani alikuwa hii Kenya, alikuwa anaitwa Chris Kirubi. Sijui kama unamjua. He was very rich. Msee si politician na si hajai kuwa president. But that guy was a multi-billionaire. Una get? I get. Si politician. Kwa background yake hana ati baba yangu alikuwa nani. Yeye mwenyewe. Suru. Kuna jamaa fulani najua na ni mzee ana own supermarkets huku Kenya. But he was a hawker. Saizi ana own supermarkets. Akona building tao Nairobi town CBD. Una get? I get. Because hii ability yote uko nayo bro. Nimekupea example poa sana. Saizi si uko na macho? God hawezi kuja akwambie hii macho unafaa utazame nayo uone. Ati uende kama umefunga macho, sijui macho. Fungua macho ni ya kuona. Uko na kila kitu. Uko na ability yote. Na hakuna siku God atai kuja kuongezea akili zingine. Alijua zenye nimekupea ni enough. Una get? I get. Alijua utazaliwa kwa poor background. But you have to make it. Wewe ndio utatoa familia yako kwa mashida. As a man. Unaona? Wewe ndio utaenda jela, uende ulani vitu zenye utaenda ulani huko, ndio usiwaifanya mistake kama hiyo tena. Saizi ukasikia unaenda jela unaweza si unaweza jaribu juu chini. Mimi juu chini nitoke shimo. God alisema huyu jamaa lazima kwanza aende jela. Juu in future by the time anafika 30 nitakuwa nampatia pesa mingi, nitakuwa nampatia madeal fiti. Asiwe yenda afikirie afanye deal moja chafu, aende prison for life. So akaona acha kwanza nimpitishie miaka 2. Una get? Life inakuanga hivyo. Lakini huwezi pitia challenges kama hizo ati juu nimenyang'anywa dem. Acha nikwambie bro, mtoi kukosa kukuita jina yako unafaa ushukuru Mungu juu huyo mtoi yako alive. Una get? Na kama huyu dem angepata mtoi ya dedi, ungekuwa unasema nini? Aliua. Singekuwa so painful. Another thing, wacha nikwambie kitu kingine na mtoi. Mwana guthia atiriri, agikora mundurume ucio kama huyo mwanaume anajua huyo si mtoto wake, wanaume wenye wanawezanga ku accept watoi wenye si wao, wacha niseme ni kitu 10% ama not even 10%. So at a point mtoi akigrow kwa hiyo familia atakuwa na feel kuna kitu na kosa. Unaona? Mzae kuna venye ni treat vizuri huyu. Unaona? So hata kaa saizi wewe ungekuwa na madhe yako na uko na baba yako, uone baba yako kuna venye kutreat vizuri, si unaweza approach madhe. Mwambie madhe na mimi kuna hapa venye kuna venye sionangi. Kwani kunaendanga aje? Madhe kako sasa atakwambia. Kako sasa atakwambia. Another thing, sasa hata mimi kitu yenye unaweza faa ufanye, unafaa work hard. Mungu akubariki upate do. Demo aanze ku regret. Ashindwe guy. Angalia tu chali mwenye manzeni. Mwenye nilitenda. I wish I knew. Kuliko kusema naweza jiua. Demo akisikia umejiua, si atasema sasa huyu ni yeye alikuwa nioe, angeniachia mtoto. Si ati. Si unaona? Hivyo ndo atabaki. You are a man. Manze wacha nikwambie mademu wenye kwa hii dunia ni wengi sana bro. Mademu ni wengi. Utapata dem fiti, unasikianga Swahili anasemanga wale wasupu hawajaizaliwa. Na sasa wewe ni nini unaenda kungangana nayo hapo? Ujue hiyo siku mapenzi ilikuwa imeshika nare. Mapenzi gani? Kama alikuwa na penzi hange na mapenzi hange, wewe ndio ulikuwa unampenda. Yeye hakuwa anakupenda. Kwa sababu kama angekuwa anakupenda, hangeangalia material, angalia tiu ako na do huyu ana do. Angesema tu acha niongoje mtu wangu. So wewe unajisumbua na vitu zenye azisumbui mtu mwingine, na hakuna kitu mbaya kama hiyo. Imagine ati wewe unataka kujiua kwa sababu ya mtu mwenye anaenda mahali, analala na mwanaume mwingine, anafurahia, analala vizuri hata hakufikiria ati unataka kujiua juu ya mtu kama huyo.
Ni nguri. Si unaona unaweza kuwa na hata na ufala. Ufala. Si ndio? So kitu yenye unaweza fanya, unafaa ufanye saa hizi bro. Take time. Una get? Nimekuambia wewe ni muyang. Miaka yenye umebakisha kuishi kwa hii dunia ni mingi sana. Ni mingi kuliko yenye umeishi. Miaka ya God yenye amekupea ni above 70. Saa hizi uko 23. Uko na 57 years. Another 57 years. Ni 57 ama 67? 67 years. Can you imagine? Sasa unafaa uanze kuplan. Na ujue hiyo miaka 23 yenye umeishi ukijijua ni kama miaka 5 peke yake. Because you know when you are under 18, wewe unakuanga tu chini ya mzazi. Si ndio? Yeah. So miaka 5 tu ndio umeanza kujidiscover. Una get? So kitu yenye unafaa ufanye saa hizi ni uplan venye utaishi hii miaka ingine. Miaka 18 nilikuwa chini ya mzazi, miaka 5 tu ndio nimewaste mimi nikiwa kama Jose. Niambia unaitwa Jose? Jose. Mimi nikiwa kama Jose, miaka 5 niliwaste. Na hii miaka 5 imefanya nisome lesson yenye sitaitaka kusoma tena kwa life. Nimeenda jela juu ya ngori siku hata nimepanga. Nimelala na mama mzee nikapata vitu zenye nilipata. Nimeenda jela nikaona vitu zenye nilienda hadi nikashtuka, nikalalwa na mimi. Hiyo imekuwa lesson. Hii miaka 67 hata kama God ataniongezea ifike 70. Nataka nipange hii miaka yangu venye sita regret tena. Ni kweli. Imagine utakuwa unaona ukipanga hivyo, utakuwa unafikisha miaka 50 unasema, "Oi Mungu usinichukue na 70. Nataka tu niongezee ingine nifikishe hata 100." Una get? Juu venye utata. Imagine una lose hope ukiwa 23 bro. Sasa unafaa uende uplan, unauza njugu mimi sitaichukua kitu ya msee. Hii kazi nitaifanya tu nikiwa naipenda, na niambie tu God ani bless juu ya hii kazi. Una get? Mungu bless msee, anakutumia customers hadi unashindwa kwani kunaendaje. Unatoka hapo unapata umeweka ka kibanda. Unatoka kwa kibanda unaweka duka. Unatoka kwa duka unaweka supermarket. Sasa hata madem ndio wanakutafuta. Kuanga na do. Mcheki pale. Mcheki ile gari amenini? Ameangusha pale. Wewe wanakuja sasa pala. Nilipata bibi hapa na watu. Acha niangalie familia yangu. Sasa huyo bibi yako mwenye aliunini hata uko guaranteed aje ama watakaa pamoja. So there is no need kusema ati uta lose hope. Hiyo ilikuwa lesson. Ile mistake yote utafanya kwa life, so long as you are ready to change, sema that was a lesson. That was a lesson. Una get? Na usiwahi lose hope kwa hii. Wacha nikuambie, mugikoyo ugiria atiriri ona ngui niri muthenya wayo. Ushaisikia hiyo? Nijiguaga. Imagine ngui niri muthenya wayo. Ewe una mudu. Kwa hii life hakuna mtu hananga opportunity yake. Unaona hata wale wazee unapatanga huyu mzee ako 80 years na hana kitu. Siku moja Mungu alimpea chance, akaitumia vibaya. Una get? Na get. Siku moja hivi, hata si opportunity moja. Hata Mungu anakupeanga opportunity ya kwanza, unatumia vibaya. Ya pili. Anakupea ya pili, unatumia ya tatu. Kasimu. Sasa wewe hizo opportunity unataka ziende wapi? Zipatiwe nani? Ni mimi tu, zipatiwe mimi tu. Saizi hakuna kitu bro. So long as unapata food yako ya kukula, unapata mahali pa kuishi, na unapata kitu ya kuvaa, you are good to go. Hizo zingine ongojea God atakupea. Na nimekuambia kupata hizo vitu zote ni through ile ability God anakupea. Kama venye saizi unajiambia naweza uza njugu. Kama ungekuwa unauza njugu unakaa hivyo, ungekuwa unafanya nini? Tumia hiyo ability kufanya kila kitu. Ukiona hapa kuna biashara naweza fanya na nani fulani, kwanza hii enzi kusema utajua ni. Imagine tuko hadi na internet. Tuko na internet. Si uko na smartphone. Ni nini hauwezi uza kwa smartphone bro? Sasa jue mimi na mimi mambo ya online business. Hiyo ndio sijuagi. Sasa unani atakuja kukufundisha? So unaona lazima mimi mwenyewe nijifundishe. Bas. Sasa sikia. Saizi uko na miaka ngapi? 23. Ulitoka jela lini? Ilitoka 2024. Unatoka 24. So uko na miaka 2. Si ndio? Saizi uko 23 years. Saizi kuna mtu mwenye ako 23 ana survive na online business peke yake. Anaenda anachukua vitu, anapiga picha, ana post Facebook, ana post Instagram, ana post TikTok.
anapost Gigi, anapigiwa simu na si kitu yake. Ameenda tu kwa duka, ni aje bro, hii unauza aje? Hii nauza 5000. Nikiuza 6 utanipea dhao, sawa, acha ni post. Anadhokoma dhao yake, anauza ingine. Huyo msee saizi anaishi kwake, unaona, si ametumia ability yake vizuri. Na wewe si wewe nasema, hata sikublame. Na naongelesha mtu yote mwenye ako hapa. Umekaa tu hapo kwa 23, hakuna kazi. Uko na smartphone, kazi yako ni kushinda WhatsApp, kushinda ukitafuta madem, ukisema utajiua. Sijui kama unaona hivyo. Naona. Use ability, use what you have. Na Mungu atabariki hiyo kitu unadu. Usikae tu hivyo bro. Unaona? Up to there unaona kama kuna haja ya kujiua. Hapo kuna haja ya kujiua, ni kujenga maisha kwanza. Jenga maisha manzee. Angalia hii miaka yenyewe imebaki, nitaishi vizuri aje. Ude mwenye aliniacha hivyo akafanya, yani mtoto mwingine. Acha nikwambie kitu moja. Unaona saa hizi tuseme kama huko kwenyu kuna tajiri mwenye unajua. Tajiri? Hata usimtaje jina. Imagine usikie fununu huyo ni baba yako. Si unamkuta? Mbaya. Unamwambia ni wewe fadhi wewe. Tuende DNA. Sahi. Sasa unafaa work hard. Wewe mtoto wako siku moja akuja kwambia wewe ni wewe baba, niliambiwa hivyo. Si ati na itafika tu. Sitafika, si ndio? Kwa sababu uki work hard na upate do, na upate, you have all those opportunities. Hata si utaenda kumwambia. Si ati. Hata huyo dem si utaenda kumwambia. Utasikia akiameanga kwamba na sasa unajua mtoto anaenda high school. Imagine. Utasikia akikwambia hivyo. Na sasa unajua mtoto anafaa anunuliwe uniform. Juu amejua uko na cheda. So what you're supposed to do bro, work hard. Kama unaona njugu, ukienda uchape kazi ya njugu, ukiona haujapata nini, uko na opportunity nyingine, unaweza jitafutia hustles kama 3. Mchana unauza njugu, kuna saa unauza mayai, saa zingine unafanya hivi. Watermelon. We by jioni utapata uko na kadhao kako. Si ati. Ukipata dhao bro, si utaweza kujipanga? Mbaya sana. Kasa hizi nikaambia watu hapa wakununulie troli ya mayai. Si unaweza? Mbaya. Si ndio? Kuzungusha kwanza asubuhi tena. Acha life iko poa sana bro. Usiseme tena challenges lazima upatane nazo kwa life. Hakuna barabara yenye unaweza, hata saizi ukitoka hapa hadi Nakuru, si ati utaenda straight. Lazima utapata kuna mahali unapanda, kuna pale kumetoboka. Na lazima ukue mtu, ukipatana na challenges, tafuta solution ya kuzi overcome. Imagine very soon you are going to be a father. Si ndio? Chue kitu ile sisi vijana unaona sasa kavre women guide ukiniambia hivyo. Sasa kupata mtu wa kukuguide kukuambia hivyo ndio no. Sasa kuanzia saa hizi mimi nitakuwa, we ukitaka kitu yote, ukitaka swali yote kuna uliza Saimo hapa nitafanya aje? Cause maybe few years from now Mungu atakubariki, utapata familia, si ndio? Imagine atakupea watoto, hata usahau hizo vitu unasema ati mtoto wangu sijui. Hata unajua aje alikuwa wako. Na mjaienda DNA. Tujaienda DNA. Unajua aje ni wako, tuanzie hapo. Yaani ujue vile ukimleta hakuwa nayo, si ndio? Lakini akikuambia aje. Sasa nikuulize, sasa saizi ukienda upate dem, ni kumaanisha tu ni bole yako tu anaweza pata ati juu uko naye? Hapana, ujue mimi hadi nikuwa nimempimisha. Kwa hivyo, kwani hawezi lala na mtu mwingine? Anaweza lala kwa yuko. Na nini? Unajua aje alikuwa mtoto wako? Yaani ni vile. Huyo mtoto wako how old? Ile sahi anamaliza mwaka. Mwaka? Sahi anamaliza mwaka. Na umekaa jela miaka 2? Miaka 2. Na huyo mtoto ni wako aje? So unaona sasa. Juu sasa unajua mtu anafanyanga vitu zingine. Wewe umekaa jela miaka 2 na mtoto anamaliza mwaka. So kama alipata ball, kama angepata mtu huyu mkiwa na yeye, tukiwa na yeye nilishikwa after tumekaa naye miezi ngapi? Miezi 2. Bas, sasa nataka tuhesabu vizuri. Kama angepata ball mkiwa na yeye, angebeba ball for 9 months.
Sasa na yeye iko hivi ndio bora ishike, ndio nikwambie ni ya miezi 2. Ndio nakwambia sasa tuhesabu kutoka ile siku uende jela. Hata sitaki tuhesabu hizo mlipatana. Alikuwa anafaa bebe ball for 9 months. 9 months. Alafu azae. Kwa hivyo kama huyo mtoto umesema saizi ako na mwaka. Na kutoka time ile ulitoka jela hatujaipatana. Kutoka time yenye ulipata jela umemaliza mwaka mzima. Kwa hivyo kama mtoto angekuwa wako anafaa kuwe na miaka 2 na miezi kadhaa. Miaka 2? Yes. Si umekaa jela miaka 2? Na si uhesabu 9 months ya kubeba mtoto. Itabaki ngapi? Nabaki mwaka 1 na miezi 3. Kwa hivyo hata kama immediately venye ulitoka jela, huyo mtoto alikuwa anafaa kuwe na mwaka 1 na miezi 3. Una get? Na get. Sasa umekaa mwaka ingine 1. Kwa hivyo anafaa kuwe na miaka 2 na miezi 3. Huyo mtoto ni wako aje, hebu niambie. Sasa hapo ujue sasa. Ni noma. Ni wako aje? Vile wewe mwenyewe yani hadi ile kitu mtoto hadi akuwa mbali, tuseme kitu happen ama kuchapo. Yaani unasikia, mimi nasikia nkaa nimekaa tu kuuza ndomo huyo nimekufanyisha, nimekuchapisha hesabu poa. Umeshika. Una get? Kutoka uingie jela hadi saizi ni miaka 3. Miaka 3. Na mtoto ako na mwaka 1. Kwani hapa ulipata mtoto through osmosis? Osmosis bado. Bas. Si ni kumaanisha huyo mtoto si wako. Kini ujue inalingana na nguvu yako. Nguvu gani? Wewe kuna kitu uelewi wewe. Umesema hapo unaniambia hivyo unataka turudie hesabu tena. Nikuelezee vizuri uelewe. Ndio nakwambia aje. Tukirudie hesabu, umeniambia ulienda jela ukakaa miaka 2. Na umehesabu miezi yenye ulikuwa umekaa cell. Cell ulikaa how long? Nilikaa just for 2 weeks. Oh, sawa. Ulikaa jela miaka 2, si ndio? Na kutoka utoke jela ni mwaka 1, sasa hizi ni miaka 3. Na huyu mtoto ako mwaka 1. Mwaka mzima. Na wewe umesema unajua hata kama ungeniambia ati mlipata mtoto venye ulitoka jela ingekuwa ni hata iwezi make sense. Kitu jue yari hapana. So wewe unajipia stress juu ya vitu si zako. Unaona? Kama ungekuwa uniambie mbona akutumia akikuambia je ako na ball. Sasa nikuulize. Okay, amekuambia babe niko na ball yako. Alikwambia hivyo lini? Aliniambia hivyo. Ukiwa wapi? Hiyo siku akikuja police station. Hivyo ndio aliniambia babe unajua niko na nini? Unaona kama ninakuelezea vizuri kijana na usikize vizuri. Kama angekuwa na bole yako, saizi huyo mtoto anafaa kuwe miaka 2 na. Miaka 2 na miezi 3. Juu hiyo ni miaka 3 imepita. Kutoka hiyo time. Miaka 3 imepita kare hulia jogu. Ama ikuwe ni kunichocha tu. Alikuwa anakuchocha. Ama hata labda alikuwa nayo akaenda akatoa. Akaambiwa na huyo toa. Hizi vitu zina happen. This is life. Usishtuke. By then nikwambia kitu kingine. Unaona in life si unaona hata mama yako mwenyewe anakuacha. Ni nani mwingine unaweza trust kwa life? Hakuna. So don't trust anyone. Hivyo tu very easily. Ati demu amekwambia umtrust. Imagine your own mother anaweza fanya hivyo. Una get? Na another thing, unaona binadamu hakuna kitu hawezi kufanyia. Sio ni best yako pita alikufanyia hivyo. So usiwahi sikia ati hiyo demo alitoa ball yangu. Uone ni kama ni kawaida, vitu zina happen hivyo. So kitu yenye mtu anafanyanga ni itakuhurt, lakini you have to move on. That is life. Unaweza hata sikia ni huyo demo yako si alichukuliwa na best yako. Sasa mtu anafanya hivyo dini hawezi kufanyia. Anafanya kila kitu. Ukisikia amefanya hivyo, yes utakuwa heartbroken, but hiyo ndio life manzi. You just move on. Don't trust anyone. Cause ile kitu inaweza kuhurt na usikie vibaya. Nikaa saizi nakwambia ni kama alitoa mimba yako. Sasa unashtuka. Hiyo ni life. Wanafanyanga hivyo. Unaona? Akiona huyu alienda jela na hatuna future na yeye. Acha nitoe niolewe na huyo. Hiyo ni life. Life inasonga tu. Wewe unatoka unachapa hustle zako. Una get? Sasa unaona unajipea stress na mtoto si wako.
na mtu hata hakufikiri. Una get? Sasa unafaa utoe mind yako hapo. Sasa wewe concentrate na vitu zako, concentrate na kujenga life yako. Vitu zenye zimepita wachana nazo, wachana na past. Una get? Ukienda choo unaenda kuangalia kitu yenye umetoa. Unasema hiki kinakaa vibaya. Si unaachananga tu nayo unatoka. Sasa hizi kuangalia nyuma nikaa kuangalia shonde bana. Atika ile shonde manze ilikuwa inakaa fiti. Heri singeitoa. Hiyo ni past. Una get? Wachana na vitu zenye zilipita. Focus na life yako. Start from zero. Na uone God atakubless. In Jesus name. Wacha unacheki hapo tu watu wanakuambia huyu mama yake. Hao ndio tu atakuwa anasema, "Guy, unaona huyu mama yake alikuwa wapombe." Wamegrow na shida. Wewe usikiangi hiyo sifa ikiwa poa sana. Inakuwa poa. Si ndio? Huyu amegrow na shida lakini ame make it. Una get? So one thing usifikirie kujua. Uko na ability ya kufanya, uko na capability ya kuwa sonko. Petu siku. Uko na ability ya kuwa na bibi mpoa na watoto wako wazuri. Uwajenge nyumba mzuri na kagari hapo. Imagine. Hizo vitu zote unaweza nini? Itafika tu. Si ndio? Sasa ukijiua nani atafanya? Nani atakaa hiyo maisha? Una get? Kama ni fegi, jaribu kuacha manzi. Fegi nitangangana kabisa. Imagine ati saizi nichukue kisu nianze kujidunga pole. Najua tu hii kisu ikifika kwa nini itaniua. Na bado naendelea. Si unaona ni ufala? Ati nimejiekelea kisu manze najua ikifika. Na nimeandikiwa hapo hii kisu ikifika kwa roho itakuua. Na bado najidunga. Iko karibu. Una get? Na kuget. Acha nikuambie kitu moja bro. Fegi hakuna kitu inaweza kusaidia nayo. Kitu yenye tu itaharm ni health yako. Una get? Itaharm health yako. Na hakuna stress inaweza kumalizia. Kuzika inaweza kumalizia, ungevuta tu ya kwanza na ikumalizia kabisa. Una get? That is why utaivuta leo na kesho na hiyo siku nyingine. Jua hakuna kitu inaweza. Hata maji useme ati acha nikunywe pombe stress ziishe. Kunywa kesho utaamka nazo. Una get? So saa zingine mtu anakanga tu chini unaangalia life yako unaona mimi mahali nimefika, wacha niweke kila kitu kando. Kama umeniambia umeweka wasichana kando, sigara ndio utashindwa? Sigara kwani iko na haja kuliko wasichana? Wasichana. Sigara na wasichana ni nini mzuri? Wasichana. Na ni nini? Hii ni nini? Nikujua. Enda tu useme manze mimi kulingana na mahali nimefika saa hizi. Wanaomba God daily. Namwambia tu siku moja tu nikute nimeacha. Enda tu na hata wewe ujiambie mimi kuanzia saa hizi sitaivuta fegi. Na hiyo ni kitu imetoka kwa roho yangu. Nataka kufocus na life yangu kwanza. Kama ni kazi ya njugu nafanya, wacha niuze njugu. Hadi nifike mahali na hata heri uvute fegi ukiwa na doo yako. Na get? But for now, enda tu ujue venye utaacha hiyo kitu. Nataka upeane namba yako hapa. Na niulize mtu mwenye anaweza kuwa na support yote kwako. Naweza taka huyu jamaa baibe trolley. Na trolley ni kitu around 7,000. Na mayai kama tray 3 hivi. Na tu smokies. Aende azururishe huko. So huyu jamaa akiwa na kama 20k, he is good to go. Si ndio? Na wewe usitumiwe pesa uone ni kama umekuwa dou. Ndio tuite huo dem kuja nikupeleke. Hapana. Sawa? Uende uanze kazi upate pesa. Una get? Usikule stock. Peana namba yako ya simu. Namba yangu ya simu ni 07 40 81 12 90. Rudia tena. 07 40 81 12 90. Majina unaitwa? Joseph Kenywa Chege. Joseph Kenywa Chege. Sawa, hiyo ndio namba ya Kenywa. God bless you so much for today's show. Mtu anaweza taka kumsupport, anaweza msupport na Mungu awabariki sana, tunawapenda. Asanteni sana. Courtesy of Tayari Lands and Housing, kabuni ria ihogekete muno na wendia wa broti kana migunda. Tuna broti njega muno turagwitira mwena wa Isinya o ndagika 55 kuma Nairobi CBD. Kundu guku ni kundu kwega muno na broti ici turakwenderia ciringi 450 wagura cash na wakigura na installment ni ciringi 500 whereby ukuigira deposit ya ciringi 100 ria 50 balance uhe na mieri 6. Broti ici ni cia 50 by 100 na ciina ready title deeds. Kundu guku no urime no wake muci wa guikara na no wige mahiu. Ni kundu kwega muno andu ni makite muno makiria.
kwina motungata mothe indo ta mafegi, kwina farafara cia kuo ni njega muno, kwina mathibitari, kwina indo ciothe iria cirabatarania wigithini wa migunda. Na ni undu wa horo makiria ungenda gutukinyira no hure namba eno ya thimu 0715 99 99 09. Jokere ringi 0715 99 99 09. Karibuni sana.